Kama hapo. Hakisha bwana wewe. Hawezi Mungu kichwa. Daktari. Tunakuja moja kwa moja kutoka uga wa Cardinal Otunga Mosocho, ambapo leo hii tuko na mechi ya ligi ya National Super League ambapo timu mbili zishafika kukabana koo, ambapo ni timu ya Gusii FC wamevalia sare ambayo ni nyekundu juu chini, wanakabana koo moja kwa moja pamoja na timu ya Dimba Patriots, pia vijana ambao wameweza kupandishwa na kuingia katika ligi ya National Super League kwa msimu kama huu. Nakumbuka kwamba matangazo haya wayapata moja kwa moja kwa hisani ya Ndizi TV, na leo hii ndimi Ndemo Steven Captain 001 ndakuwa na kujuza lineup kwa kipindi kilicho mbele. Anakwenda kupiga mpira ni Wycliffe Nyangechi. Nyangechi ana historia refu na timu hii. Kijana Nyangechi anapiga refu, mlinda lango Gavin anaunyaka, lakini kuachilia nafasi kwa Patriots kujipanga. Nyangechi tena anamwachia mlinda lango Obonyo aliyetoka katika timu ya Vihiga msimu uliopita, na kwa sasa hivi ndiye mlinda lango wa timu ya Gusii, ambapo mechi ya kwanza aliweza kuokoa penalti walipokuwa wanacheza na timu ya Vihiga Bullets. Anakosa kumakinika ni beki wa Gusii, unakuwa ni mpira wa kurushwa kwa faida ya timu ya Dimba Patriots. Huu tu ni uga tulio, ni uga wa Cardinal Otunga Mosocho. Anakwenda kurusha naodha refu, wanamakinika Gusii, wanapiga potelea pote. Obari amesakamwa sana, kijana aliyetoka katika timu ya Gucha Youth msimu uliopita. Unakuwa ni mpira wa kurushwa kwa faida ya timu ya Dimba Patriots. Upande mwingine wa studio nitakuwa na kujuza tu lineup kwa upande wa Gusii FC Dimba Patriots. Tunaye Gavin, Hesbon, Godfrey naodha, Amuka, Tindo, Danis,
Seth, Okanga, Simeon, Teddy na Last kuweza kutupa wa kwanza 11 kwa faida ya timu ya Dimba Patriots. Muda usiokuwa mrefu takuwa na kupatia lineup ya timu ya Gusii FC kufikia sasa, ambapo nampa Alfayo Kombo utuambie mechi imekuwa vipi kufikia sasa. Naam, asante sana ndugu yangu Captain 001 ambaye ni Ndemo. Sasa hivi tunaona kwamba timu hii ya Patriots ambayo maarufu wanajiita jina la utani pale Wolves, tunaona kwamba wapo sawa, wanajaribu kujiunga pale uwanjani polepole, lakini timu hii ya Gusii FC tunaona ni kwamba wamejaa pale na wanajaribu zile nafasi ambazo ni finyu ambazo wanapata katika uwanja huu wa Cardinal Otunga ili kujaribu kupenyeza ili kuweza kupata ushindi. Lakini kidogo hivi niweze kupatia statistics kidogo kuhusiana na timu hizi mbili ambayo ni Gusii FC na Dimba Patriots ama almaarufu Wolves. Ni timu ambazo ziko na uzoefu. Ukiangalia kama ikiwa hii ni wiki ya 3 wa michezo hii ya NSL, ikiwa ni mechi ya 3 ya timu hii ya Gusii FC na ni mechi ya 4 ya timu ya Dimba, ambapo katikati ya wiki Dimba ambao ni Patriots waliweza kucheza na Naivas wakaweza kutoka mikwaju 3-2, ambapo Naivas waliweza kutoa ushindi wa bao 3 kwa bao 2, ambapo tukiangalia kwamba timu hizi mbili zinaonekana kwamba zote zinajikakamua kwa kweli, ambapo mechi hii ya leo ya Gusii FC ni mechi ambayo ni ya muhimu sana kwa Gusii FC kwa sababu wapo nambari 13 katika jedwali lile, huku Dimba Patriots wakiwa nambari 8. Na kwa kweli tunaona kwamba mechi hii watakaposhinda wana nafasi ya kupanda hadi nambara 4 pale katika jedwali lile, kwa sababu watakuwa na alama 6 dhidi ya alama 6 ambazo timu ambayo iko pale juu kwa mabao yatakuwa yamewakubalia kuweka juu. Kwa hivyo ni mechi ambayo inahitajika sana na Gusii kupata ushindi. Pengine niweze kukumbusha mechi ambayo waliweza kucheza Gusii katika uwanja huu wakicheza dhidi ya Vihiga Bullets, ambapo waliweza kupata mabao 5-1, na vile vile baadaye wakaenda pale Mombasa wakaweza kucheza na Mombasa Elites ambao ilikuwa inajulikana kama Modern Rangers, Modern Coast Rangers, wakaweza kupigwa bao 1-0 dakika 40, na vile vile tunaona kwamba Mombasa Elites waliweza kucheza vile vile na Dimba Patriots wakaweza kutoa ushindi ikiwa ni mechi yao ya kwanza, na vile vile Dimba Patriots waliweza kucheza na Vihiga ambayo iliweza kugaragazwa hapa au kucharazwa katika uwanja huu wa Mosocho, na timu hii ya Gusii FC wakaweza kuichapa wakatoka sare ya bao 1-1. Kwa hivyo ni mechi ambayo tunasema ni ngumu kwa sababu mechi ambazo timu hizi zote mbili zimeweza kupatana. Tunaona kwamba Dimba Patriots waliweza kucheza na Vihiga wakatoka sare ya 1-1, ambapo Gusii walicheza na Vihiga ile wakaichapa mabao 5-1, na vile vile Mombasa Elites ilicheza na Dimba wakaweza kuigaragaza Gusii FC, wakati Dimba iliweza kuigaragaza timu hii ya Mombasa Elites. Na tunaona kwamba Dimba Patriots waliweza kucheza hapo juzi na timu ya Naivas wakaweza kupigwa mabao 3-2. Kwa hivyo ni mechi ambayo ni ngumu na ni mechi ambayo tukiangalia kichwa kwa kichwa, yani kwa lugha ya kimombo tunasema head to head, dhidi ya mechi hizi mbili timu ya Gusii imeweza kushinda gemu 2 tu dhidi, na ni mechi ambayo ukiangalia kwa statistics zetu pale kwa game ambazo wameweza kucheza pale nje, Dimba wameweza kushinda game 3, 2 nyumbani na 1 away, na Gusii FC wamecheza game 2 hii ikiwa game ya 3, na wameshinda 1 nyumbani na kupoteza 1 nje, na hatujui kama leo je watapata ushindi au la. Kwa hivyo nikiweza kupatia jedwali pale, nambari 1 ni Naivas FC ambayo iko na alama 7, Mathare United alama 7, Mara Sugar alama 7, ikifuatwa nambari 3 pale Nairobi United ikiwa na pointi 6, Kagia pointi 6, vile vile Luanda pointi 6, Luanda FC, Coastal Stima iko na pointi 5, alafu nambari 8 pale ni Dimba Patriots. Alafu tukiangalia jedwali pale chini tunaona kwamba kuna Silbueta ambayo iko na pointi 1, Darajani Gogo pointi 1, MCF Machakos ile pointi 1, Migori Youth alama 2,
alafu kisha Modern Coast Rangers ambayo ni hiyo Mombasa Elites alama 3. Alafu nambari 13 pale tunakutana na timu yetu ambayo ni Gusii FC. Na tujui kama leo wataweza kupata ushindi alama 3 wapande mpaka nambari 4 pale. Kwa sababu itakuwa ni game yao ya 3 huku zingine zikicheza mechi yao ya 4. Kwa hivyo ni mechi ambayo inatarajiwa kuwa na umuhimu sana siku hii ya leo kwa Gusii FC. Pengine nimpatie mwenzangu nafasi pale. Asante sana mwenzangu Kombo. Wanaanza taratibu pale captain. Muite Nyangeche napiga chini kwa chini kumtafuta Aucho Cyrus. Eneo kwa kijana muite Wanga kwake Obare Kennedy. Anachukua Dennis. Jezi nambari 7 kutoka Dimba Patriots. Wanaingia Dimba Patriots lakini mpira unazidi maarifa. Wanaanza taratibu vijana wa Gusii FC. Pembezoni pale anachukua kijana muite Wanga. Na ndo uchafu pale ingia Dimba Patriot. Dennis anachukua virahisi kijana Dennis. Piga kwa kijana muite. Yupo chini. Yupo chini mchezaji wa Dimba Patriot. Anaona daktari anaenda pale angalau kumpa ganga za mganga ambazo zitamwacha na matumaini. Kumbuka jinsi ambavyo mwenzangu Komba amekueleza takwimu urefu sana kuhusiana na haya. Yupo chini mchezaji wa Dimba Patriot. Nakumbuka kwamba timu hizi zote mbili kumbuka wanatoshanisha nguvu, sababu kama ni kushinda kila mmoja ameshinda, kama ni kupigwa kila mmoja ameshindwa, na hivyo kama ni kwenda sare wote basi washaenda sare alivyokueleza Kombo. Asante sana, basi endelea kutuma jumbe zako na tukinafasika tutakuwa tunazoma moja kwa moja kutoka uga huu wa Cardinal. Anaona pale mchezaji mmoja yupo chini anajaribu kuangaliwa na madaktari kuona ni kipi wapo kama anaweza kuendelea uwanjani au la. Labda kile tu ambacho tunasema ni kwamba mechi hii tu imeweza kuwa ni mechi njema, lakini ukiweza kuangalia kwamba Gusii FC walivyocheza mechi yao ya kwanza ukilinganisha na hii, kasi ya leo iko chini kidogo, kwa sababu katika mechi ya kwanza nakumbuka kwamba katika kipindi cha kwanza walikuwa washafunga bao nyingi tu, takriban bao 3 walipokuwa wanacheza pamoja na timu ya Vihiga Bullets, lakini kwa leo kasi imeweza kuenda chini. Nakumbuka kwamba tu katika mechi hii ya leo ndio tu mechi ya kwanza ambapo wanacheza bila aliyekuwa ndiye kocha au mkufunzi wao mkuu Kasim Otieno Junior aliyeweza kuhama timu hii ya Gusii FC na kuenda katika timu ya Mofa wanaocheza katika ligi ya daraja la kwanza Division 1 nchini Kenya. Na wakati hapo Gusii FC walicheza mechi ya kirafiki na Mofa, waliweza kuenda sare ya kutofungana katika uga huu ambao tulio. Kwa hivyo hii ni mechi tu murwa kwa timu ya Gusii FC kuweza kuona kwamba kama itaweza kurejea katika mechi hii. Na kwa hivyo kasi tu kwa mechi kufikia sasa imekuwa chini, mashambulizi yamekuwa chini. Tuone kwamba katika dakika zilizosalia katika kipindi cha kwanza katakuwa vipi. Nafasi kwa Gusii. Anapiga refu kijana Abedi, beki wa kupanda na kushuka wa kulia kwa timu ya Gusii, alikuwa amepeana nafasi lakini hakumakinika. Nafasi kwa timu ya Patriots. Anasa kama Obare lakini afikii. Hatari, mrinda lango Bonya anamakinika. Wangu wanaanza ni Abel, Oucho amempea nafasi upande wa kulia. Anapiga refu kumtafuta Oucho lakini nakosa kufika. Gavin, mlinda lango wa timu ya Patriots, anamakinika. Imekuwa tu ni mechi murwa sana katika ligi hii ya National Super League ambayo iko tu na utamu wake, ambao wanasema wakati wote ligi ya pili katika taifa lolote lile, wanasema second tier league huwa na ushindani mkali. Wanamakinika Gusii upande wa kati. Alikosa kumakinika katika pasi hiyo, inakuwa ni nafasi kwa timu ya Patriots kutafuta mpira huo. Nafasi kwa Gusii. Alijaribu kupenyeza mpira kwa
Cyrus Oucho anamuuliza jamani, nilikuwa nimefungua nafasi muro, lakini mbona haujaweza kunipa mpira huo? Inakuwa ni goal kick kwa faida ya timu ya Patriots FC. Mlinda lango hakumakinika, alipiga tu refu na ukaenda potelea pote. Nisijue labda Kombo, kwa communication ya Gusii kwa sasa, coordination, unasema imekuwa vipi? Nikiangalia mechi hii kati ya Gusii FC na wanadimba yani Wolves almaarufu, tunaona kwamba vijana hawa wa Gusii FC kumakinika baada ya kujonekana pale kwa uwanja, baada hawajaweza kupatana vizuri, wanajaribu kuangaliana, lakini wapi. Wachezaji hawa wa timu ya Gusii FC wanafaa kutulia, kwa sababu nafasi tukiangalia wanazo nafasi penyezi, nafasi ni finyu kidogo, na tukiangalia kwamba wachezaji wa Gusii FC wako na nafasi kweli ambazo zinaonekana wakizitumia vizuri huenda wakaliona lango la mwenzao, kwa sababu tukiangalia ngoma hii wanaicheza vizuri na umakini, lakini kumakinika kutoka uwanja huu katikati kuja mbele ndio bado hawajamakinika. Kwa hivyo mwenzangu Ndemo, nikiangalia Gusii wanahitaji kutulia, na hawa wenzao ambao ni Dimba yani Wolves maarufu kama Wolves pia wanahitaji kutulia, kwa sababu wameshtukizwa, na kwa hivyo unaona kwamba timu zote mbili bado hazijatulia mpaka sasa. Na mechi imekuwa nzuri mwenzangu Ndemo, na wanaingia taratibu vijana wa Gusii FC pale pembezoni kushoto, wanaondoa uchafu wana Patriots. Amechezewa ngware kijana huyu wa Dimba Patriots. Refa anasema kwamba itakuwa mpira wa ikabu kwa faida ya vijana hawa wa the Wolves. Tunameizoea Wolves ambayo imetandika Manchester City weekend iliyopita. Sijui kama hawa pia wata labda kwa timu hizi mbili nani ndiye Manchester City? Sasa ni Gusii ndiye mwana Manchester City. Tayari Wolves ndio najua ni Wolves tuko nayo. Unasema Wolves tuko nayo. Sasa City ni Gusii. Okay. Kwa hivyo tutaweza tu kuona. Sikiza mpira wa ikabu, atawajibika pale muite Gavin Momanyi, goalkeeper huyu ambaye ni Mkisii. Mrefu kama twiga, anawaambia songa mbele. Anapiga rojo pale. Wanaparaza kichwa kijana muite Wango. Mpira wa mrusho kwa faida ya vijana hawa sasa wa Dimba Patriots. Yatawajibika, wanazo upesi vijana wa Dimba. Juu kwa juu. Paraza kichwa kingine, wanaondoa uchafu Nyakenji. Kwa jezi nambari 25 muite Obara Kennedy. Anasema heri fedha kuliko lawama. Itakuwa mpira wa mrusho kwa faida ya vijana wa Gusii FC. Mwenzangu mwalimu, kumbuka kwamba Gusii FC wako na kijana pale anavalia jezi namba 8, anaitwa Dennis ambaye ako na nguvu pale kwa mikono, anarusha mpira ni kama ni fataki ya kona ile. Kwa hivyo, na tunakumbuka bao ya kwanza msimu ule yani game yao ya kwanza ilitokana na mrusho. Na tujui kama ndio itafungua bao ama vipi. Anajipinda kama upinde wa mvua Dennis, rusha pale kizadokuni, paraza kichwa, wanaingia Gusii. Offside. Ona jamaa alikuwa amejenga kibanda katika mchezaji Oucho alikuwa amejenga kibanda pasipo stahili. Tutapomzungumzia Oucho, alifanya nini katika mechi ile ya Shabana msimu uliopita, Shabana ilipokuwa National Super League? Aliwatandika kweli. Aliwatandika, na nakumbuka akienda Mara. Alikuwa Mara. Kulikuwa na tetesi, aliyekuwa Mara ni Maluda, ndiye aliyeweza kwenda Mara. Alienda akapata jera, tena amerudi. Ndio vema, ni kijana mzuri sana huyu Cyrus Oucho, amemezewa mate na wengi, lakini Gusii imeweza kumpa nafasi za tena kwa tena. Kwa hivyo ni kijana ambaye anacheza tu mechi nzuri sana. Utaweza kumuona upande wa kulia, atakupatia nafasi, ataweza kupenyeza upande wa ndani. Kwa hivyo ni mchezaji ambaye ni kiungo wa umuhimu sana katika timu hii ya Gusii. Nakumbuka kwamba kuliweza kuwa na mchezaji Kados pia alikuwa katika timu hii ya Gusii, lakini Shabana walitia bidii na wakapata sahihi ya Kados kutoka hapa. Kados yupo pale Shabana na anafanya hajaanzishwa mechi, lakini natumai kwamba atafanya kazi nzuri. Haya, wanaingia vijana wa Dimba, offside.
Dakika ya 33 ya mchezo. Hadi sasa hivi malango ni makavu, hakuna yule ambaye ameliona lango la mwingine. Wanasema yule kipusa bahati hajasimama, 0-0. Lakini nikikumbuka mechi ya kwanza ambayo waliweza kucheza Gusii FC katika uwanja huu na Vihiga Bullets, waliweza kupata bao mida ile ya dakika 30. Mapema nilikuwa ni mpira wa kurushwa pale, na tuliona kwamba ni Deno aliweza kurusha vizuri, alafu mambo yakaweza kusawazishwa na kaangalia neti. Naona mpira pale unarushwa vizuri na mpira unazidi kusongwa. Gusii wako nao pale, anamtafuta Cyrus pale polepole, lakini jamaa anaambiwa nyanyuka pale. Cyrus nao anakata 2-3, mpira na kurushwa upande wa Dimba. Namuona kijana Deno anakuja ule mpira, anawaambia achana, mpira huo ni wangu, ni mimi narusha kitu hapa. Jamaa Deno anakuja kurusha huo mpira, unadhani ni kona, na Cyrus ameweza kujipanga pale akijitayarisha kupiga kichwa, na anaporusha Said no mpira huu ndipo aliporusha raundi ile na mpira ukawekwa bao. Kwa hivyo hatujui kama atafungua bao hivyo ama vipi. Bado namuona mchezaji Cyrus ametoa kitu tobwe ndani. Kutoka upande wetu, kwa sababu tunaona vijana wa Gusii FC ni kama wanafanya mashambulizi ambayo bado hawajamakinika, lakini mpira ukija upande wa huku unagongwa tu unaelekea. Unaonaje wewe? Naam, ni ukweli chizi ambao umesema sasa hivi. Unajua vijana hao ni wageni, chizi ambao nimekuambia, ama chizi ambao ulikuwa unadokeza kwamba ndio wameingia kwenye NSL kuchukua nafasi ya Mwatate na Tumai. Kwa hivyo bado hawana uzoefu, lakini nimesema kwamba wote wameenda, kama ni sare wamepata sare, kama ni ushindi wamepata, na kama kupigwa kamepigwa. Lakini tukiangalia vijana hao walicheza na umakini mechi ambao waliweza kucheza na Naivas. Walionekana kama vijana ambao wako na uzoefu, walipiga tikitaka zao. Naivas walikuwa wametangulia, lakini nao wakajibu wakaenda sare, alafu Naivas baadaye wakapata bao la ushindi. Kwa hivyo ni vijana ambao wanaonekana na uzoefu, na siku ya leo ni kama hawajamakinika vile katika mechi hii, na ni kama vijana wa Gusii wameweza kutuliza mechi hii. Unaonaje wewe? Ni ukweli. Haya, katikati pale wanaondoa uchafu vijana hawa, sasa waite Dimba Patriots. Piga kwake jezi nambari 17, paraza kichwa. Haya, wanaingia Kennedy Obare, anaondoa uchafu. Kijana huyu sasa muite Okanga Dennis. Inagawa kwake kijana muite Orao kwake Dennis. Wao ni vijana wa Gusii FC. Orao rudisha kwake Dennis anamtoa kijana muite Wanga. Piga taratibu pale pembezoni kumtafuta kijana sasa huyo Gusii FC. Wanaingia jezi nambari 25 Obare Kennedy, anaondoa uchafu. Mwana Dimba Patriots wanaparaza kichwa, hawataki maziara, tuko mpira wa mrusho kwa faida ya vijana hawa sasa wa Dimba Patriots the Wolves. Ataenda kuwajibika kijana huyu muite Amka Godfrey, captain huyu Godfrey. Rejesha kwake tena Godfrey. Piga juu kwa juu wana Dimba Patriots. Tuliza kwenye kidari. Orao. Bado Orao anaangusha mtu, refa anasema tuendelee. Anaingia vijana sasa wa Gusii FC. Tisha wa kwanza anaangusha, refa anasema tunyanyuka. Wanaingia Dimba Patriots the Wolves. Dakika ya 37 Nyangechi anapiga pale kumtafuta, hakuna mtu. Wanaparaza kichwa vijana wa Gusii FC katikati mwa uwanja. Jaribu kuingia, refa anasema madhambi. Alicheza sivyo ndivyo kijana huyu muite Seth. Itakuwa ni mpira wa ikabu kwa faida ya vijana wa Gusii FC. Almaarufu Mba Koba atawajibika kijana muite Nyangechi, captain fantastic. Anapiga taratibu chini kwa chini pale kumtafuta kijana huyu jezi nambari 29. Wanakataa vijana wa Patriots. Nyangechi anawajibika bakubwa hapa, anasema hapa hakuna kupita. Goal kick
Dakika ya 38 ya mchezo. Kumbuka hadi sasa hivi 0-0. Malango ni makavu, si mwana Gusii wala mwana Patriots ambaye amepata bao. Wa Dimba mabeki wamefanya kazi kubwa hapa. Ingia mwana Gusii FC. Oucho Odiga alalala kipa anafanya kazi bado. Kizaza mpenzi mtazamaji. Vijana wa Gusii FC wanalivamia lango. Koreja hapa kumewaka. Nimekuambia ndugu yangu mpenzi mtazamaji, mwalimu nilikwambia igonga ya wana Dimba Patriots ya kuondoa ule mpira, kuondoa uchafu. Na hawa vijana wetu wa Gusii FC huenda wakapata bao kwa sababu sasa kufikia sasa naona wako na kama matobwe manne ya kujaribu pale mlinda lango. Huku mlinda lango yule ambaye tunamuita Obonyo upande wa Gusii FC bado kujaribiwa. Bado kitu kimejaribiwa pale, lakini kiwenda ukakuwa umejaajaa pale. Ni mpira wa kurusha, tunamuona pale Godfrey anaurusha mpira ule, lakini Gusii FC wanakataa. Unaenda pale katikati, unapata kijana wetu kidogo anauvuruta kumtafuta Cyrus pale, anamtafuta Cyrus, lakini mpira unamjazaja, lakini unaondoka. Mpira wa kurusha pale, tunaona kwamba ni kijana Ogindi ambaye huenda anaenda na kuambia kumakinika. Bado Gusii FC wanatamba na mpira, wenda kumtafuta Cyrus, lakini umekataa. Namuona mpira bado ni Gusii pale kutafuta build up kidogo pale. Anamuona pale kijana Deno anautoa pale akimtafuta Abel, lakini Abel anakataa, anasema mpira huo upiti hapa. Nakwambia ni ngoma kali, huku timu ya Dimba ikiwa imejaribu mara mbili kwenda lango la Gusii FC na Gusii wakiwa wamejaribu karibu mara 6 hivi. Ni mpira wa ikabu pale. Naona kwamba Gusii FC wanajaribu kumakinika katika mechi hii kwa sababu wanajua mechi hii itawarejesha mpaka nambari 4 pale juu katika jedwali, ikiwa ni mechi wiki ya 3, mechi ya 3. Upande wa Dimba wiki ya 3, mechi ya 4. Je, Dimba watazidi kujikomboa au la? Unaonaje mwalimu? Wanaanza taratibu vijana wa Gusii, wanaingia Gusii. Kijana Oucho alijaribu kutafuta kupiga Timbukta pale, lakini bado mambo. Mchanganuzi hapa nakuambia kwamba leo hii wapo Gusii FC utashinda, basi watakuwa naenda moja kwa moja hadi nambari ya 4. Atakuwa nasonga mpaka nambari 4 kwa sababu atakuwa anakuwa na alama 6. Huku yule ambaye yuko nambari 4 akona alama 6 kwa mabao 3. Kwa hivyo Gusii FC akiongeza mabao kwa sababu akona idadi ya mabao ambayo yako juu. Kwa sababu game yao ya kwanza waliweza kumchapa yule Vihiga mabao 5 kwa 1. Na Gusii wakaweza kuwachapa ile Mombasa Airlights ambayo ilikuwa inajulikana kama Modern Costa Rangers ambao sasa hivi inajulikana kama Mombasa Airlights, kuwafunga bao 1. Kwa hivyo tunaona kwamba wako na mabao tunaita 5-2
kwa hivyo wako na mabao matatu juu. Kwa hivyo naona kwamba wakiweza kushinda mechi ya leo moja kwa moja kwa jedwali watakuwa namba 4. Vipi Ndemo? Nakumbuka kwamba wakati huu wa matangazo unayapata moja kwa moja kwa hisani ya runinga ya Ndizi TV, runinga ambayo imejitolea tu kutoka eneo la Gusii kuhakikisha kwamba yale yote ambayo yanatokea katika mambo yanayohusu michezo umeweza kuyapata moja kwa moja, na hapa ndipo katika uga wa Cardinal Otunga Mosocho. Mechi ni baina ya timu ya Gusii FC pamoja na Dimba Patriots, na hiki ni kipindi cha kwanza. Kufikia sasa hivi ni sare tasa, ambapo hakuna aliyeweza kuona nyota ya jaa ya kuweza kupata bao. Nafasi kwa Gusii kujipanga tena. Bwana Gusii anamtafuta Abedi. Chenga inakubali tobo la kombora, lakini deflection pale itaweza kuwa ni corner kick kwa faida ya timu ya Gusii FC. Naona kijana mdogo sana, kijana Abedi ataweza kuwa kimakinika kuweza kuona kwamba kama ataweza kuandaa tu kupakua chakula kwa niaba ya timu yake. Wamejituma katika mstatili wengi kutoka timu ya Gusii. Abedi, beki wa kulia wa timu ya Gusii, anakwenda kuwajibika, anapiga refu ya chini. Nyangechi alipata nafasi murwa sana, kijana aliye na ustadi sana, kijana Nyangechi Wycliffe alipata nafasi murwa, lakini hakuweza kumakinika. Anarejea katika nafasi yake kuweza kuona kwamba timu yake imeweza kujipanga. Anakwenda kuanza Gavin, mlinda lango wa timu ya Dimba Patriots, amewatuma wote mbele, anapiga refu, lakini Gusii wanamakinika. Anakwenda kuchukua mpira sasa ni Abeli. Abedi anasema kwamba heri kwe potelea pote tujipange kuliko niweze kufanya ujuzi mwingi nikaweze kuwa nimepoteza. Na kumbuka kwamba tu siku iliyopita eneo la Gusii lilikuwa na furaha tu baada ya timu ya Shabana FC kuweza kuandikisha ushindi wake wa kwanza katika ligi ya FKF Premier League baada ya mechi 6 bila kupata ushindi. Kijana Vincent Nyabuto Socha, timu ambayo alitoka kuingia Shabana, ndipo mchezaji Obare pia alitoka timu ya Gucha Youth FC, timu inayojituma sana. Nisije labda mwalimu unasema nini kuhusu timu ya Gucha na zile talanta ambazo imeweza kukuza tu kwa zipa nafasi? Na Gucha FC kusema kweli ni timu ambayo imejitolea kweli kweli, na umeona matokeo yake. Umeona Vincent Jabuto cheza ambavyo anafanya vizuri kwenye KPL, unamwona Kennedy Obare cheza ambavyo anafanya vizuri, unaona pia inakuza watangazaji, unamwona Kasim, unamwona Kangwana, watu ambao na mimi mwenyewe hapo unaniona hapa. Kwa hivyo ni timu ambayo inajari vipaji, na tunashukuru Mwenyezi Mungu mfadhili Nicholas Ndege, Nico Cup Foundation endelee tu kusonga. Pengine unahisi kwamba katika gatuzi hili la Kisii ni kipi kile ambacho wizara ile ya michezo inafaa kufanya 1, 2, 3 ili kuhakikisha kwamba, kwa sababu tukiangalia wachezaji wengi wazuri ambao pia wanachezea pia Kisumu All Stars pale wengi wametoka hizi timu ambazo ziko hapa Kisii. Wale vijana wadogo wameweza kuonekaniwa. Unaona ni kipi ambacho serikali inafaa kufanya? Na serikali inafaa kuwekeza pakubwa kwenye mchezo, na kumbuka kwamba zile kaunti ambazo zimewekeza vizuri sasa hivi kama vile Western. Samahani, kuna nusu goli anakwenda kupiga ni Wycliffe Nyangechi. Wakati mambo ya michezo, Nyangechi ni mzuri sana katika nafasi kama zile. Ikabu hii anakwenda kupiga refu potelea pote, lakini msimu uliopita nafasi kama hizi kwa Nyangechi na Oucho hiyo ilikuwa ni kama ni penalty. Sana sana wangepatana na Shabana walikuwa wanawajibika sana. Vijana waliweza kufanya tu ligi ya National Super League ikaweza kuwa tamu msimu uliopita. Ule uhasama tu uliokuwa wa kisoka baina ya timu ya Shabana na Gusii FC ikaitwa ni Gusii Derby. Iliweza kuwa ni derby njema sana, ndio maana naona Mwanagusi anajaribu kujituma aone kama atarejea katika ligi ya Premier League, waendeleze ule uhasama baina yao na timu ya Shabana katika mambo hayo. Nafasi kwa timu ya Gusii kujipanga. Patriots wanasakama upande wa pembezoni kulia, wamesema Tisti Gusii anakataa oro. Patriots wanakosa kuunda nafasi murwa ya kuzalisha bao. Nafasi kwa timu ya Gusii. Obare wangu kabisa, inakuwa ni potelea pote, anamakinika ni Abe Wanga. Nafasi kwa timu ya Gusii, anakwenda chini,
rahisi mchezaji wa Gusii FC, ni kana kwamba utakuwa ni mpira kwa faida ya timu ya Patriots, na ni kama tu timu ya Gusii wanajua kile kilichofanyika, kwa hivyo watu wameweza kurejea nyuma na nafasi kwa timu hii kujipanga. Nao ni kijana Abel aliyeweza kupatikana katika huo mshikamano tu baina yake na timu ya Dimba Patriots. Nilikuwa nakwambia tu unapata matangazo haya moja kwa moja kwa hisani ya runinga ya Ndizi TV, runinga ambayo imejituma, na kwa hivyo hakika hapo katika ukurasa wa Facebook umeweza kulike, umeweza kufollow, umeweza kushare kwa wanaspoti wenzako, ndipo mambo kama yanapopatikana unaweza kuyapata moja kwa moja. Naam, asante sana ndugu yangu Ndemo. Wakwetu wananiita generali pale Kombo. Na naona katika maeneo yote mawili namuona Gusii wameweza kunyanyua wachezaji kama 4 hivi wakiendelea kupasha misuli, ikiwa ni kipindi ambacho kinaelekea kutamatika, ikiwa naona kwa kweli kipindi kimeweza kutamatika, na sasa hivi ni muda ambao tutakuwa nazungumzia, tuangalie mechi hizi mbili walivyokuwa wameanza wakicheza, na mpaka wakati huu, wakati kipindi cha kwanza kimeweza kutamatika. Bwana mwalimu, tumeona kwamba wana Dimba wamekuwa wamenyanyua wale wote ambao wamekuwa katika kipute kile cha mapumziko, wale wote walikuwa wanafanya pasha misuli wote. Unaonaje kuhusiana na mechi? Ni matangazo tu ambayo umeweza kuwa ukipata moja kwa moja. Najua kipindi cha kwanza kimeweza kuwa kikiendelea. Sijui labda mtazamo wako baada ya dakika hizo za kwanza, zilikuwa dakika 2, zimekuwa vipi labda kwa faida ya wale ambao wanatazama? Naam, kwa faida ya wale ambao wanatazama ni kwamba mechi imekuwa nzuri, ukiona kwamba na Gusii FC wamepata nafasi kweli kweli ambazo wamezitumia vizuri, mashambulizi yamekuwa makali, japo unaona kwamba kuna utepetevu hususan katika viungo vya kati, lakini natumai kwamba basi kipindi cha pili kikuja, natarajia kwamba Gusii FC watakuwa najipanga zaidi na basi watatumia nafasi zao vizuri na huenda basi wakapata ushindi. Lakini nisijue labda ukinapotazama katika safu ile ya mashambulizi ya timu ya Gusii FC, tumeweza kuona katika siku ya leo kunayo yule mchezaji ambaye anaelekezwa kwamba tuweze tu kusonga nyuma. Kuna yule mchezaji ambaye aliweza kuwa ni wa timu ya Gusii FC, Chabicha hajaweza kuwa akianza. Kuliweza kuwa na mchezaji ambaye ni Maluda pia hajaweza kuwa akianza katika mechi ya leo. Lakini unapotazama Obare ndiye ameweza kupatiwa nafasi hiyo ya kuweza kuwa katika upande ule wa mashambulizi, lakini nikana kwamba kwa sababu ya uwepesi wake ameweza kuwa akienda ile tunasema ni kudrift wide, hajaweza kuwa pale ambapo anahitajika kuweza kuwa akiwa. Nisijue labda iwapo kipindi cha pili watarejea hivi, ni kipi kile wataweza kufanya upande wa mbele, kwa sababu anatumia ni mtindo unikana kwamba kuna yeye mshambulizi mmoja, kisha kuna yeye Oucho upande wa kulia, na upande ule tunayo wachezaji kama Wanga ambao pia wanasaidia safu hiyo ya mashambulizi. Naam, kila ambacho naweza sema kwamba watumie nafasi zao vizuri, haswa wakipata nafasi basi wasipige zile chenga, sababu umeona kwamba lakini wamepressure vizuri. Kile ambacho naweza sema kwamba ile pressure nayo imekuwa nzuri, na ubara ambao nimemzungumzia kwamba nimemuona kwamba kama kichwa ambacho amekipiga kilikuwa kizuri. Kwa hivyo natumai kwamba ni wajibike tu, wawe na subra, watulize, na natumai kwamba watapata bao kipindi cha pili. Na hivyo basi wale ambao wanafanya kazi kwenye viungo vya kati walete ubunifu, ile creativity, wa supply balls pale, na basi kazi itakuwa nzuri. Najua kwamba timu ya Gusii ni timu ambayo imezoea katika siku ambazo zimepita kuweza kuwa na mashambulizi ya tena na tena, lakini kwa leo hajaweza kuwa vema. Na ukumbuke kwamba mechi waliokuwa wacheze wiki iliyopita na Nairobi United, kwa cheza na timu ya Nairobi United, lakini unafahamu kwamba kuna kesi kwa sababu Nairobi United aliweza kuwa akipanda, kwa hivyo hawakucheza. Sijui labda kuweza kuwa karibu wiki 2 hawajacheza, kwa sababu mechi yao ya mwisho waliocheza walikuwa upande ule wa Mombasa, upande wa Coast, walicheza na Mombasa Elite, na katika mechi hiyo kipindi cha kwanza waliweza kufungwa kipindi cha kwanza, kipindi cha pili wakapata kadi nyekundu 2, wakapoteza mechi hiyo 1-0. Nisijue labda hiyo muda ambao amekuwa wiki 2 bila kucheza, unasema labda fitness na mentality haijaweza kuingiana. Fitness naweza sema kwamba huenda imeingiana, sababu na vivyo kwamba kitu kingine ambacho tunafaa kuzungumzia Ndemo ni kwamba kumbuka ile coach ambao walikuwa tikitaka zile Wolves walikuwa wanajaribu kuondoa ule mpira, kuharibu ile game plan yao. Kwa hivyo lakini baada ya dakika kama 30 hivi Gusii wakaanza kutuliza ule mpira, na ambao haukupatia nafasi fursa wana Dimba Patriots kuweza kucheza mpira huu vinavyotaka wao. Lakini nikiangalia kipindi cha kwanza kizima ni kama wana Dimba wanatafuta sare, kwa sababu namna ambavyo wanacheza wao wanaharibu game plan ya Gusii FC. Kwa hivyo wakiendelea vile huenda wakapigwa au wakatoka sare.
Huyo ni Alfa kwamba bana tuanzishia ambao pia ni mazungumzo ya Murwa kuhusu timu hii ya Dimba Patriots FC. Pia unasema kwamba kufikia sasa hivi pia wako na pointi 4. Huo ni ushindi mmoja pamoja na sare moja kufikia sasa hivi. Wameweza kutulia vile ameweza kusema, tunaona mashambulizi yao mengi, lakini mwalimu unapoangalia soka, soka kila timu kuja na ujuaji wake na mtindo wake, kwa sababu wanafahamu wao ni wageni, hawawezi kusakama sana kwa sababu hawafahamu kwamba wanayemsakama ni nani. Kwa hivyo wakati mwingine unapata timu nyingine ambazo zinaja katika mechi kama hizi huwa zinatulia kwanza, mashambulizi zinatuliza, kisha kama vile Muranga ilivyofanya ilipokuwa inacheza na timu ya Shabana mechi ya kwanza, walitulia kabisa, wakapata nafasi moja, wakaitumia, wakaendelea kutulia, wakachukua pointi 3. Labda tunaweza sema kwamba Dimba Patriots ile tu wameweza kutulia kusoma mechi, na kipindi cha pili tutaweza kuona makali yao. Ni ukweli, kusema kweli ni ukweli jinsi ambavyo umesema, sababu nimeshuhudia mechi yao wakicheza na Naivas, vijana hawa wa Dimba. Kwa hivyo huenda basi wamewasoma, na angalia jinsi ambavyo walikuwa nasumbua pale, hususan kwenye ile safu ya ulinzi walikuwa nasumbua sana vijana hawa wa Dimba Patriots, na pia umeona kwamba safu yao ya ulinzi nimesema kwamba ni nzuri, na hivyo pale pengo tu ambalo wameliacha ni pale kwenye kiungo cha katikati, ndipo sasa basi unapata kwamba Gusii FC wanapata nafasi, wanaleta mpira kwenye kisanduku chao. Kwa hivyo lakini iwapo wataziba lile pengo la hapo katikati, basi huenda watapata sana taabu na vijana wa Gusii FC. Wakati huo wanapata nafasi moja kuangalia katika uga nyingine ambapo mechi za National Super League zinaendelea, na napotazama tunayo mechi iliyoanza leo kati ya timu ya Silibwet, walikuwa wanakaribisha Mwanamara Sugar, na katika mechi hiyo Mara aliweza kupata ushindi wa 4-1. Ni mechi iliyoweza kuwa na ukali wake, lakini Mwanamara akapata ushindi wa away. Timu ya Vihiga walikuwa wanacheza pamoja na timu ya Kisumu All Stars, na Vihiga Bullets hajamakinika sana msimu huu na aliweza kupoteza kwa bao 3-0, ambapo mwana Kisumu All Stars aliweza kupata ushindi huo. Kisha Asad na Kajiado kufikia sasa hivi pia ni wakati ambao ni wa mapumziko, na kwa sasa ni bila. Kabla ya kuanza kuliangalia jedwali, labda Kombo Alfayo, unapotazama majibu hayo, Mara Sugar kushinda mechi yake ya leo, Kisumu All Stars kushinda, Asad Kajiado wako sare, majibu hayo yana umuhimu upi katika jedwali rasmi la National Super League? Nikiangalia kwamba timu hizi zote zimecheza ikiwa ni wiki ya 3 na ni mchezo wao wa 4. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba bado timu ambayo inacheza leo ambayo ni Gusii FC ambayo ni game yake, mechi yake ya 3, bado iko na nafasi kuingia katika jedwali pale. Kama wakishipata ushindi leo watakuwa namba kama pale tunasema 6 9, kwa sababu 6 mpaka 8, kwa sababu ukiangalia hizo Asads Mara wapo pale juu namba 3. Nikidhani kama wameshinda leo wameingia nambari ya kwanza na pointi 10 na alama 10. Kwa hivyo mechi ya leo ni muhimu sana kwa Gusii FC ili waweze kupata alama 6, na wakati ambao watakuja kusawazisha wakuwe na alama, kama watashinda ile mechi yao nyingine wakuwe na alama 9. Unaona watakuwa na nafasi ya kuingia kati ya namba 2 3. Kwa hivyo mechi ya leo ina umuhimu sana kwa Gusii FC. Wakati wanapata nafasi ya kuangalia jedwali kufikia sasa hivi ni kwamba Mara baada ya mechi 4 ako na pointi 10, kumaanisha kwamba ameshinda mechi 3 na kwenda sare 1. Naivas mechi 3 yako na pointi 7. All Stars mechi 4 ako na pointi 7, Mathare mechi 3 ako na pointi 7. Kwa hivyo wakati huo wanapata nafasi ya kuweza kuangalia kwa haraka mechi ambazo zinaendelea katika ligi ya upeo ambayo ni ligi ya FKF Premier League. Kufikia sasa hivi pia ni mapumziko, Mwanamuranga Seals ako mbele bao 2-0, anacheza pamoja na timu ya Sofapaka katika uwanja ule wa SportPesa Grounds. Ule ni uwanja wa St Sebastian ambao ni uga wa nyumbani wa Muranga Seal. Nairobi City Stars wanacheza na Police FC. Kufikia sasa Police ako mbele bao 1-0. Ulinzi Stars anacheza na Kariobangi Sharks. Kufikia sasa Ulinzi Stars upande ule wa Ulinzi Complex ako mbele bao 1-0, na baadaye tu tutaweza kuwa na mechi kali, mechi ambayo ni mashemeji derby baina ya timu ya AFC Leopards na Gor Mahia. Lakini majibu yao kwa sasa ambayo nimeweza kukupa, labda mtazamo wako ni upi kuhusu hayo ya FKF Premier League? Naam, kusema kweli kwamba matokeo hayo ni mazuri sana, ni mazuri, na hivyo ni upande mwingine pia ni matokeo ambayo si mazuri sana, hususan kwa timu ya Shabana. Unajua sababu sasa wale ambao wameshinda basi watakuwa basi wanafungua lile pengo. Kwa mfano ukiangazia Muranga Seal kwamba basi watakuwa narejea natumai kama nambari ya 4 hivi ama 3 kwa ushindi huo ambao wamepata, na hivyo timu ya Sofapaka baada ya kutandikwa basi itakuwa bado inaendelea tu kufuta mkia pale chini. Na ukiangalia matokeo hayo yote sasa, nimesema kwamba yatakuwa yanaleta mabadiliko makubwa, hususan katika nambari ambazo timu zimeshikilia kwa sasa.
Najua dakika zimebaki ni chache tuweze kurejea katika kipindi cha pili hapa katika uga wa Cardinal Otunga Mosocho, mechi baina ya timu ya Gusii FC pamoja na Dimba Patriots. Mwalimu, nakupatia dakika moja uweze kuniambia labda ungalikuwa kocha wa Gusii FC, ni kipi kile utaweza kubadili ama nani yule atakayemleta abadili matokeo katika kipindi cha pili? Naam, mimi ningekuwa basi kuna baadhi ya wachezaji ambao wamefanya utepetevu haswa kwenye savu ile ya ushambulizi. Kwa hivyo natumai kwamba huenda basi mtu Kennedy Obara akapumzishwa, ingawaje ndiye amefanya vizuri, lakini huenda akapumzishwa na basi mwingine akaingia ili kutia makali zaidi katika ile savu ya ushambulizi. Na pia natumai kwamba viungo vya kati watakuwa wajibika zaidi na kupeana ile mpira. Natumai kwamba basi Gusii itapata ushindi wao, na huu ushindi utaletea mashabiki wengi zaidi hususan kutoka ile sehemu ya Shabana. Wanatarajia kuona mchezo upi kutoka kwa timu ya Dimba Patriots kipindi cha pili? Nikitazama mechi hii katika kipindi cha pili, kwanza tukiona wakati walikuwa wanaelekea mapumziko, uliona kwamba mkufunzi wa timu ile ya Dimba Patriots alikuwa amewasimamisha, amewanyanyua wale wote ambao walikuwa pale kwa mabadiliko. Kwa hivyo unatazama mtazamaji, kwa hivyo tunatarajia kwamba iwapo katika mabadiliko haya pengine kutakuwa na mabadiliko mengi, ama huenda mkufunzi yule akatumia nafasi zake zile zote, kwa sababu tuliona wote wakipasha misuli. Kwa hivyo mimi kitu ambacho ningeomba wana Dimba Patriots kuweza kumakinika na wacheze game plan yao, waache kucheza spoil game plan, waweze kucheza game plan yao ili kuhakikisha kwamba ushindi huu wameupata, kwa sababu pia wao mechi hii ni muhimu sana, kwa sababu wasipopata ushindi huu huenda wakashushwa mpaka nambara 16 hivi kulingana na mechi zile ambazo zimechezwa. Kwa hivyo mkufunzi wa timu ya Dimba Patriots ana kibarua. Asante sana, huyo ni Alfayo Kombo. Na wakati huo nikitazama pale ni kwamba timu zote mbili zarejea katika sehemu ya pili ya mechi hii ambayo ni ligi ya National Super League baina ya timu ya Gusii FC anayekabana ko pamoja na timu ya Dimba Patriots. Inaweza kuwa ni kipindi cha pili, dakika ni 45. Tutaweza kuona ni mabadiliko yapi ambayo timu zote mbili zitaweza kuwa zimefanya, na nafahamu kwamba kwa sasa hivi ni kwamba upande wa pili wa kamera ambao tuko na Victor Sultan Obangi tupe katika upande ule wa uga tuweze kuona timu zote mbili zikiweza kuingia katika mechi hii, na tuone kwamba katika mechi hii tu katika kipindi cha pili Gusii FC pamoja na timu ya Dimba Patriots ni kipi kile ambacho kitaweza kubadilishwa. Na wakati huo unafahamu kwamba washaturejesha ugani, huyo anafahamika kama Victor Sultan Obangi. Kwa hivyo kipindi cha pili tutaweza kuona kwamba ni mabadiliko yepi yale ambayo yataweza kuwa yamekuwa. Kwa hivyo mwalimu, zaidi ya mwalimu, tuanze kipindi cha pili. Wanaanza taratibu vijana wa Gusii FC. Piga juu kwa juu pale, ingia Gusii, jezi nambari 25 kwake Aucho Cyrus. Wanaondoa chafu vijana wa Patriot. Gusii FC, Orao anaingia kijana Orao, jezi nambari ya pili, huyu mrefu kama twiga, kwake Aucho Cyrus, anapiga chini kwa chini pale. Goalkeeper Gavin Momanya anafanya kazi kubwa, anasema chakula changu hiki. Hanza wangu pale vijana wa Patriot the Wolves, anaingia goalkeeper huyu Obonyo anafanya kazi kubwa katikati mwanja vijana wa Gusii FC, na ndio chafu vijana wa Patriots. Ingia jezi nambari 8, muite kijana, muite Dennis Deno, kwa kijana jezi nambari 23 huyu wa Gusii FC, kwake Wycliffe Nyangechi, anaondoa chafu, anasema pote ya pote. Kijana huyu wa Patriots anasema heri fedhea kuliko lawama. Anza wangu vijana wa Gusii FC, Nyangechi captain, natuliza kwake mpira na kwa mwingi, itakuwa mpira wa mrusho kwa faida ya vijana wa Gusii FC. Ataenda kuwajibika kijana mwite Dennis, jezi nambari 8, Dennis Maestro, anawaambia tuingie ndani, mimi kurusha ni kama kupiga mkiki. Anajipita kama upinde wa mvua, anarusha refu, para za kichwa kingine vijana wa Patriots. Ingia Gusii FC, kisandukuni kizaza. Obara Kennedy anapiga rojo pale, lakini hakuna mtu wa kuunganisha, itakuwa ni goal kick. Wataanza vijana wa Dimba Patriots the Wolves. Inaanza kuwajibika kijana mwite Gavin Momanyi, huyu goalkeeper wa Dimba Patriots
anawaambia tuingie ndani. Wanapiga refu ni mwana Gusii FC, nafasi kwa Gusii, lakini wanapiga potelea pote, nafasi sasa kwa kuweza kuwa na dakika zao ni wana Dimba Patriots. Patriots kipindi cha pili ameweza kutulia, anajaribu kutafuta nafasi katika mechi hii kuona kwamba ataweza kupata bao la mapema, lakini ameenda chini mchezaji wa timu ya Dimba Patriots. Sasa utaweza kuwa ni mpira wa adhabu kwa faida ya timu ya Dimba Patriots, na hatujui makali yao ni nafasi kama hizo wanapozipata, jinsi ambavyo wanaweza kuzitumia ndio uweza kuonyesha mambo yako vipi. Lakini wakati huo wanamwona ni mlinda lango yule ambaye ni Obonyo, anaweza kupanga ukuta ule wa binadamu kuona kwamba hataweza kufungwa mechi, na ameweza kuletwa katika timu kwa sababu ya ile tajriba aliyo nayo ni mchezaji Obonyo. Refa anawaambia tu chukueni tu hatua zenu ndiposa mechi iweze kuwa ikianza. Nafasi kwa Dimba Patriots. Kuna wachezaji watatu waliotoka nyuma ya mpira ule. Atapiga moja kwa moja au ataweza kuandalia wenzake, tuone. Anapiga tobo, lakini chakula rahisi kwa mlinda lango Obonyo. Anasema kwamba hii ndio kazi ambayo nimesomea, ndio kazi inanilisha, hiyo rahisi sana kwangu. Na Oucho akifuata mpira ule wakati huo amesakama sana, ameweza kupata trouble kwa faida ya Gusii ambayo tena kwanza ni Oro wangu. Oro haraka sana baada ya rejeshewa. Oro alijaribu kupiga refu lakini hakumakinika. Sasa ni counter attack kwa faida ya timu ya Dimba Patriots. Alimakinika haraka Cyrus Oucho kwa nyuma nafasi ya kusonga. Gusii Oro, nafasi kwa Oro, anapiga refu juu sana. Ilikuwa nafasi murwa. Oro alisema kwamba lazima angejituma, akapiga refu, lakini mlinda lango Gavin akamakinika na kuhakikisha kwamba timu yake haiwezi kuenda nyuma. Alfa ya Kombo. Kidogo hivi naona ile mpira wa ikabu ulipochezwa mahali pale pale, nikikumbuka wakati wa Viga Bullets ndipo walipoweza kufungwa Obonyo dakika zaba matunda. Na kwa hivyo kipindi cha pili kimeweza kuanza, naona wana Patriots wamemakinika, wamemjaribu yule kipa, na wakiendelea hivi huenda wakaweza kuzaa matunda. Kwa hivyo kitu ambacho naweza waomba wana Gusii FC, wanazidi kutamba pale. Anasonga kijana Deno, anasonga pale 2-3 kugeregeza, kujaribu kumtafuta pale nyuma kidogo ili kutengeneza build up mzuri. Gusii FC wanasonga na mpira pale pembezoni kumtafuta Urao na mpira anasonga ndani kufungua pale. Namuona Abeli anamwambia nifungulie pale katikati. Abeli pale bado anautuliza kuhakikisha kwamba hauendi kwao, lakini pale namuona Cyrus nao pale, lakini vijana hawa bado ni mpira wa juu chini. Namuona kwamba Cyrus anasonga na mpira, anajaribu kukata kuingia ndani, 2-3 zinakataa, anaachilia pale, anakataa mlinda lango yule jezi Amuka ameupiga hedi kuondoa. Vipi ndugu yangu mwalimu? Haya, sikiza, itakuwa ni kona kwa faida ya vijana wa Gusii FC. Atawajibika kijana mwite Nyangechi Wycliffe, anawaambia tuingie ndani. Rocha pale kisadukoni, hatari, bado wanaondoa uchafu vijana wa Patriots katikati mwa uwanja. Wana Patriots jezi nambari 17 huyu wanazanzuka vijana wa Patriots, lakini yupo tisti kijana huyu mwite Dennis, jaribu kupiga lakini hakuna mtu. Goal kick. Kumbuka hadi sasa hivi ni 0-0. Hakuna yule ambaye ameliona lango la mwingine hapa. Malango ni makavu kweli kweli. Yule kipusa bahati hajasimama kwa timu zote mbili, Gusii FC na Vaivo. Na kuna badiriko ndemo. Nafahamishwa kwamba ni mchezaji Abel pamoja na Obare ambao wameweza kuondolewa. Obare ameweza kubaki, kwa hivyo ameweza kwenda ni Abel. Tunaweza kuwa nani ameweza kuingia, lakini kabla usiokuwa mrefu tutajua. Mwalimu, wanaanza taratibu vijana wa Gusii FC katikati mwa uwanja.
kijana muite Aber, kwake jezi nambari 8 muite Dennis, anajaribu kutafuta kijana Obare Kennedy, igawa kwa kijana Aber, piga kisikino lakini bado ndo chafu kijana wa Wolves. Juu kwa juu Dennis kwa jezi nambari 23, anakumbana na kiziki hapa, anakumbana na kiziki cha mtu hapa. Itakuwa ni mpira wa dhambi kwa faida ya vijana wa Gusii FC. Anaenda kuwajibika kijana muite Wycliffe Nyangechi, Captain Fantastic. Anawaambia tuingie ndani angalau tupate ushindi, kuendelea kutupa matumaini. Anapiga rojo pale kisanduku, alala bado kona. Ilikuwa nafasi nzuri kwa vijana wa Gusii FC. Kona yao ya pili kipindi hiki cha pili. Sikiza kona. Analeta rojo pale, bado ndo chafu vijana wa Wolves. Bado wanaongoza vijana wa Gusii. Chini ya fataki bado goal kick. Na wanapojipanga mwalimu upande wa Facebook, naona hapa kuna Wayne anasema kwamba hawa Gusii FC wanafaa kumkubalia beki wao wasaidie kupress juu ukiangalia wapinzani wao wanacheza game katika sehemu ya katikati sana na pia pale defense wako vizuri, so kama fullback wao wakiweza kuenda kidogo watoe crosses, then I see Gusii winning. Bali huo ni ushauri wake Wayne. Asante sana kuendelea kufuata matangazo upande wa Facebook. Wanaingia Gusii FC, hatari kisanduku pale na chia fataki lakini bado hapa Gusii FC wamewaka kama kala mpera, wamewaka kweli kweli hapa, wataki maziara. Wanasema hapa ni ushindi, wanataka tu ushindi na hakuna chochote ambacho nakitaka. Wanaanza kwenye safu ya ulinzi vijana wa Simba hapa wanaita Dimba Patriots. Anawaambia tuingie ndani tusonge. Gavin Momanyi inapiga juu kwa juu pale, anaondoa chafu Nyangechi Wycliffe. Pembezoni kushoto vijana wa Gusii FC Obare Kennedy. Igawa kwa jezi nambari 23 huyu. Gusii FC wanaingia taratibu. Hawa ni wana Gusii. Oucho Cyrus. Achina fataki. Bado na kubra kiziki Godfrey. Oucho bado. Kwa Dennis. Wanakataa vijana wa Dimba Patriots. Hawa ni wana Dimba. Anaunawa kijana huyu muite Lasti. Walikuwa wamecheza moja nipe nikupe timu hii ya Gusii FC, lakini Deno alikosa kumakinika katika mchezo. Bado alikosa kumakinika mchezo. Hao ni wana Gusii FC, lakini wanajipanga sana ni Oro amesakamwa sana, nafasi kwa Dimba Patriots, lakini kulikuwa na msukumo baina ya Oro na mshambuliaji wa timu ya Dimba Patriots. Patriots inaweza kuwa ni mpira wanakwenda kuanza timu ya Gusii FC. Namwona Nyangechi naodha anawaambia tu endeni mbele niwapakulie. Anapiga refu kumtafuta mchezaji yule Oro, lakini hakuweza kumpa nafasi yake tu Wycliffe Nyangechi kuweza kupiga mpira ule utaweza kuwa ukirejelewa. Nyangechi tena anapiga refu kutafuta pembezoni kushoto kumtafuta Cyrus. Nafasi kwake Cyrus, kijana mzuri katika mpira. Chenga ya binadamu itakubali, lakini Patriots wakapiga potelea pote. Wanakuwa ni mpira wa mrusho kwa faida ya timu ya Dimba Patriots. Wanakwenda kwanza ni Patriots, wanafahamika kama The Wolves. Upande wa Facebook weka comment yako na tutaweza kuwa tukisoma katika muda usio kwa mrefu. Anakwenda kurusha ni naodha, amesakamwa na Oro. Nafasi kwa Cyrus Oucho. Cyrus wakati wake Deno na nafasi upande wa kati, alisakamwa sana na safu ile ya kati ya timu hii ya Gusii FC. Anapewa kadi ya manjano mchezaji wa timu ya Dimba Patriots na mchezaji Lasti. Sababu refa aliweza kupiga firimbi, lakini bado aliendelea kucheza tu mpira ule. Hiyo ni mambo ya discipline, lakini najua ni mambo ambayo kocha wa timu ya Wolves ataweza kuambia. Nafasi kwa kocha pekee ambaye ni mwanamke, anamuona mwanamke. Okay, sikuwa nimeona hilo. Nyangechi anapakua refu. Go. Mashabiki wananyanyuka. Walipata nafasi ni wachezaji wa timu hii ya Gusii FC. Akapakua mpira ule ni Wycliffe Nyangechi. Akapiga refu. Nitakwambia ni aliweza kufunga, lakini nafasi
Ni moja kwa moja Gavin alikosa nafasi yoyote pale ya kushika mpira ule, na wakati huo naona wana Gusii FC wako mbele bao moja. Dimba Patriots tutamwambia pole kama atamakini katika mechi hii. Nisijue labda Alfayo Kombo lazima nikuhusu bao hiyo. Mimi nakwambia kwamba vijana hawa wa Gusii FC wameweza kupunguza lawama, kwa sababu vile nilivyokuwa naona vijana hawa wa Patriots walikuwa wanajongea, walikuwa wanatafuta nafasi kama hiyo kupata bao moja ili waweze kujiendeleza, lakini wao wameweza kuwatia baridi naona. Kwa hivyo huenda wakapata nafasi ya bao lingine tena. Mashabiki wameweza kunyanyuka, mwana Gusii FC yako mbele, wanaanza haraka ni mwana Gusii FC. Timu ni Gusii FC wanacheza mpira ule. Orawa kwa nafasi upande wa kushoto. Wanajipanga Gusii FC kutafuta bao la pili angalau. Nafasi kwa mchezaji ambaye kama Abedi. Nafasi kwa timu ya Gusii FC. Wanajituma, wanatafuta nafasi tena ni adhabu kwa faida, adhabu tena kwa timu ya Gusii FC. Atakwenda kumakinika ni mchezaji ule Wycliffe Nyangechi. Upande wa Facebook nitakuwa nikisoma comments ambazo zimeweka pale, nitakuwa nisoma muda usiokuwa mrefu, lakini tuone adhabu ya ambayo ni ya Wycliffe Nyangechi, mchezaji mwenye uzoefu sana. Wakati mmoja akaichezea timu ya Shabana FC, akaigura akakuja katika timu hii ya Gusii FC, na ameweza kuwa kiungo mahiri sana ambaye amesaidia timu hii kupitia experience. Nafasi nyingine tena kwa timu ya Gusii FC, anapiga refu, miscommunication katika safu ya ulinzi ya timu ya Dimba Patriots. Deno na mpira tena pembezoni kulia. Lines anasema kwamba alikuwa ameja kipanda pali ambapo hapafai. Inakuwa ni mpira wa adhabu kwa faida ya timu ya Dimba Patriots, lakini wakati huo ameweza kwenda chini ni mlinda lango wa timu hii ya Patriots ambaye ni Gavin, kwa sababu kulikuwa na miscommunication katika safu ile ya ulinzi ya timu hii ya Dimba Patriots. Wameenda chini, wanapewa ganga za mganga ambazo wakati wote ule umpa mgonjwa matumaini. Naona alifanya kwamba ananiambia kwamba ana jambo. Naona kwamba wana Patriots mkufunzi wao ameweza kufanya badiliko pale moja ambalo ni la beki wa upande wa kushoto, ameweza kuondoka kumpisha mwenzake. Huenda kama ni kama mkufunzi ameona kwamba pale kuna utepetevu kiasi, kwa sababu tumeona wana Gusii wanaingia na upande ule sana. Unaonaje mwalimu? Ni ukweli kuna utepetevu, na siku zote wanasema ajizi ni nyumba ya njaa, na tayari tumeona Wolves ashakatakata basi mdomo na wana Gusii FC. Walifanya utepetevu kwenye safu ya ulinzi na wakapajika bao la mapema sana vijana wa Gusii FC, ishara kwamba basi jinsi ambavyo tulikuwa tumechanganua kwamba hapa tunaona kuna bao, na basi Gusii FC washapata ushindi, na mechi hii ni ya muhimu sana, jinsi ambavyo tulikuwa tumekueleza kwamba sasa hivi basi Gusii FC iliweza kutupiliwa mbali. Kwa hivyo huu ni msimu wake wa tatu mwana Gusii FC. Watatu. Kwa hivyo wanafanya vizuri sana, na basi tunawaambia dua Gusii FC angalau pia wajiunge pale kwenye KPL ambao wanaita Canaan. Sijui mwalimu, najua unapenda historia sana. Naona huyu mwana Gusii FC msimu uliopita alifanya vema, aliweza kumaliza nambari ni ya 6, ambayo timu ya Naivas ilikuwa nambari ya 5, na ufahamu kwamba waliweza kuwa na changamoto nyingi sana, nyingi zilikuwa ni za kifedha, lakini tuseme kunayo afueni kwa wakati huo kwa timu hii. Na wakati huo naona kwamba kuna mlinda lango Gavin akiweza kupatiwa matibabu. Wana Gusii FC wanaendelea tu kuhakikisha kwamba fitness iko sawa katika mechi hii. Wakati huo wanaona pia wana Dimba Patriots wanaamua kuwaiga, kuona kwamba
misuli tu iko sawa, kwa sababu wanafahamu kwamba it's a do or die katika mechi kama hizi mwalimu. Naam, ni ukweli umesema kwamba ni afueni kwa vijana wa Gusii FC, haswa wamepata mfadhili ambaye ni Chapabet, na basi mfadhili siku zote huwa anahitaji matokeo, na ndio maana basi unaona kwamba vijana wa Gusii FC wamejituma zaidi kwa hudi na uvumba kuhakikisha kwamba angalau basi leo hii hawatuangushi sisi kama Gusii Nation, sababu tumesema kwamba ndio tumesema kwamba basi ndio Gusii Nation hapa, na ndio timu pekee ambayo kutoka Gusii Ndemo ambayo inashiriki kwenye mechi za NSL. Kwa hivyo hatuna timu nyingine, ni hii pekee. Hawa wanasema abanabubarororo kwa Sengencho. Hii ni timu ambayo ni ya Gusii FC, wamejituma sana, wamepitia mengi, wamejisomesha mengi, lakini pia wamepatia nafasi vijana wengi wa eneo hili la Gusii ambao labda hao wangewahi kuwa na nafasi moja ya kucheza katika ligi ya upeo wa juu kama National Super League, lakini kwa kuwepo wa timu hii tumeona vijana kutoka upande ule wa Gucha, tumeona vijana kutoka upande ule wa South Mogirango, tumeona vijana kutoka ligi za chini kama Division 2 wamepata nafasi. Kwa hivyo pia tunasema kwamba mgala muue haki yake mpe. Naam, tumpe tu haki yake Gusii FC, kwamba ni timu ambayo basi ndio nyingine, sababu wote hawezi cheza Shabana, wote hawezi cheza Zui wapi. Kwa hivyo hii angalau ni timu nafasi mbadala kwa vipaji ambavyo vipo pale mashinani Ndemo. Na kwa wale ambao pia ndiposa tu unapatana nasi, kumbuka kwamba haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka uga wa Cardinal Otunga Mosocho kwa hisani ya runinga nambari 1 kutoka eneo la Gusii, runinga ya Ndizi TV. Hii ni idara ya michezo, tutakuletea mechi hii moja kwa moja, na upande ule wa Facebook najua kwamba comments mmeweka sana, nitaweza kwa nikizisoma. Naona kuna hapa Ray Naftal anasema kwamba Gusii FC kichwa, tutaona kwamba kama hiki kichwa kitaweza kuitikia ama itakuwa vipi. Naona pale Nick Powell mtoto wa Dadi anasema kwamba Gusii wanapiga mtu moja mtungi, hiyo moja ishaingia, lakini mimi nahisi kwamba bado kuna mabao hapa, ama kwamba wahisi vipi? Naona kwamba Gusii FC wako na nafasi ya kuweka hata bao 2-3 iwapo watamakinika na kucheza vile inavyozidi kufaa. Naona kwamba Gusii FC kwa kweli vijana hawa wameweza kumakinika, na vile vile ukiangalia katika mashabika Gusii wanaanza kuvuta mashabiki kama Shabana walivyoanza, na pia vile vile naona mashabiki wa timu ile ya Dimba ambao ni Wolves hawajakufa moyo, bado vuvuzela wanazipuliza, na wakati wao wanaona kwamba ile mlinda lango ameweza kunyanyuka. Kwa hivyo nafasi kwa timu ya Gusii kujipanga tena. Pembezoni kulia Gusii watabadilisha mkondo kumtafuta Cyrus Oucho. Cyrus Oucho inakubali. Oucho pembezoni kushoto, Chikicha, Cyrus Oucho hawakuweza kuelewana vema. Nafasi na kwa timu ya Gusii FC. Oucho tena. Oucho amesumbua sana mchezaji huyu Oucho. Pembezoni kulia Nyangechi anamakinika, anasema kwamba mtu bei Nyangechi Wycliffe alijaribu kupenyeza chini kwa chini, lakini hakumakinika. Nafasi kwa Patriots kutumia long balls, lakini wanakataa Gusii. Upande wa kati Nyangechi tena anaangalia pembezoni kulia Wycliffe. Nyangechi amesakamwa sana, kwa hivyo nafasi kwa timu ya Gusii. Obare pembezoni kulia, hatari 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 hatari, ilikuwa nafasi bora kabisa. Cyrus Oucho hakumakinika vema, alitaka kupiga midhili ya Messi pembezoni kulia, lakini akili yake kaza kufahamika. Wanatupa nafasi murwa, mwalimu wametupa nafasi murwa hiyo. Naam, nafasi wameipata, lakini tuseme tu kweli pia beki yule aliwajibika. Kwa hivyo, lakini ingempita tu hivi tungezungumza mengine, tungezungumza mabao mawili hapa. Hiyo kabla mpira ule aliyempatia pasi Nyerezi Cyrus angepiga yeye tobo lile, nilikuwa nahisi uende ingekuwa bao. Lakini unajua watu hawapendi uchoyo. Wanacheza mpira ule ambao hauna uchoyo. Kwa hivyo akaona ako free, mbona asimpatie Cyrus? Sababu nayosema hivyo kwa sababu kabla ampatie Cyrus, kipa tayari alikuwa ameona kwamba mpira ule hauendi kwingine, yule aliyempatia yeye pasi ndiye alikuwa nao. Kwa hivyo ni mechi ambayo wana Gusii FC wanafaa kumakinika kuweka angalau mabao 3 ili kuwa tayari. Bado wana Gusii FC wanaondoa chafu. Anaunawa anafaa miwani ambao anasema sijaona. Naona kwamba nafasi ya Cyrus pale, lakini umekataa, unazidi kusonga. Wana Warriors Wolves pale wanapata mpira, penyezi nakataa, wanaukinga pale kidogo, 2-3.
wanazidi kusonga wana Wolves, lakini ni mpira wa ikabu. Referee anasema ni mpira unapigwa kwenda upande wa Gusii FC. Asante sana. Na wakati huo narudi tu upande ule wa Facebook, kwa sababu wakati wote matangazo haya ni kwa hisani ya mashabiki. Naona pale Nick Powell alikuwa anasema Gusii wanapiga mtu mmoja mtungi. Hope Wakoli naona tu anatusalimia, tumesalimika Hope Wakoli. Jared Ombati anasema kwamba kongole ya Gusii FC, na wakati huo kuna adhabu kwa faida ya timu ya Dimba Patriots. Nahodha anakwenda kuwajibika. Mlinda lango ako Tisti Obonyo. Nahodha Obonyo. Tobo potelea pote, mpira ule unapotea, bado hujaweza kuguza chini mpira ule, alipiga potelea pote. Itabidi afanye mazoezi zaidi, kwa sababu nafasi kama zile unafanya timu inapoteza possession au umilisi wa mpira. Sijaona kwamba yule Godfrey ambaye ni captain kama amepiga kile kitu akiwa na umakini, lakini sijaona umakini wowote pale. Kwa hivyo anavaa kumakinika. Naona pale Gusii FC anajaribu kugaragaza pale, wanaingia, lakini beki yule wa katikati anakataa katakata. Unarudi tena upande wa Gusii, lakini wana Wolves wanakataa, wanarudisha huku akimtafuta kijana wao pale katikati, lakini hivyo hivyo bado unakataliwa. Jezi namba 20, jezi namba 9, mpira ni wa kurusha upande wa kuelekea wana Wolves. Wakati huo wanapata sekunde ya kuweza kumeza mate. Naona pale Moses Saiti anasema kwamba kazi nzuri sana, naombea Gusii FC ushindi. Moses Saiti ndiye naibu mwenyekiti wa FKF Kisii. Kwa hivyo asante sana kiongozi Moses Saiti kufuatilia matangazo haya murwa kwa hisani ya Ndizi TV. Tunaye Alfayo Kombo, mwalimu zaidi ya mwalimu, nami Ndemo Steven Captain 001, kuhakikisha kwamba haya yote umeyapata yanavyotendeka moja kwa moja. Nafasi kwa Gusii. Cyrus Oucho anawajibika, anamachia nani yule Tegisi pembezoni kulia. Timu ya Gusii wanao nafasi, anakosa kumakinika, lakini mlinzi wa Dimba Patriots anakosa kumakinika zaidi. Inakuwa ni mpira wa mrusho kwa faida ya timu ya Gusii, ambayo tumeona kwamba mchezaji yule Deno anapopata nafasi kama hizi, jezi nambari 8 wa timu hii, ni kana kwamba ni foul, na niye ataenda kuwajibika Deno kwa mpira huu wa mrusho ambao kufikia sasa hivi kuna wachezaji takriban 5 kwa mstatili wa timu ya Dimba Patriots. Deno atakwenda kurusha mpira ule kwa faida ya timu ya Gusii FC. Pembezoni kulia kunani refu unapenyezwa hatari, lakini mnalango Gavin akasema kwamba hii sitaweza kukubali, na wangu kuona kwamba kama timu hii itaweza kupata mpenyezo wa haraka, timu ya Dimba Patriots, na wakati huo inakuwa ni goal kick. Tunaona kwamba refa na msaidizi wake wameweza kubaliana kwamba ni goal kick kwa faida ya mlinda lango ambaye ako tu na ujuzi mwingi, ako na wakati wake, distribution iko sawa anapopata mpira ile, lakini kuna mchezaji wa Gusii ako chini. Itabidi refa ameweza kuona ni kunani, na nikana kwamba aliweza kupatikana wakati ule ambapo timu ya Gusii ilikuwa ikifanya mashambulizi, hasa upande ule wa mstatili alipokuwa anarusha mpira ule. Ni Deno ameenda chini, na nikana kwamba atalazimisha badiliko, nikana kwamba amelemewa. Nitakuwa nikikuonea ni jezi nambari 25 Obare, amejituma sana. Kama ni 25 ni Obare, kama ni 3 si Obare. Nitakuwa ni nani yule kufikia sasa hivi katika mechi hii. Nitakuwa nikamwambia kama atakuwa ni mchezaji huyu Wanga wa timu hii ya Gusii FC. Wanaanza haraka ni Gavin anajua dakika zazidi kusonga, kwa hivyo hawana nafasi ya kupoteza muda. Timu hii ya Dimba Patriots wanapiga refu, anamakinika ni mwana Gusii FC. Cyrus Oucho, mpira unakubali pembezoni kushoto, Obare nafasi ya pamoja, Obare kwanza inakubali, Obare pembezoni kushoto, mzunguko unakubali. Wanasema kwamba kitu njema ni njema, mashabiki wanaburudishwa. Utakuwa ni mpira wa kona kwa faida ya timu hii ya Gusii FC. Mchezaji huyo Adama, kumbuka ndio mfungaji wa bao huyo, jezi nambari 13 naitwa Adama. Huyu
Haya, sikiza mpira wa kona, sikiza kona kwa faida ya vijana wa Gusii FC. Anawaambia tuingie kisandukuni hapa, wanapiga rojo pale hapa. Mchezaji Danis huyu jezi nambari 7 anaupiga mpira anapiga mpira kimawaya bwana. Almanusra Maguire mchezaji mwema, tusitumie Maguire labda tuseme pia amepiga kama nani, hata tu nisiingilie rafiki zangu wa timu ya Chelsea. Ni nafasi kwa timu ya Gusii FC kupitia kona. Hatujaona ukali wake sana kupitia miki kama ingine, tuone kama watapata nafasi. Gusii FC ya chini kabisa. Hawakumakinika mwana Gusii, lakini kuna hatari bado kwenye lango. Lakini ukweli usemwe, wana Patriots hawajaweza kuwa na coordination njema sana upande ule wa safu ya defense, na hiyo ndio imeweza kuchangia labda kwa wakati tu mwingi huo mambo hawa masiara kuweza kuwa, na hii yote ni kwa hisani ya runinga ya Ndizi TV inayokuletea matangazo haya moja kwa moja, idara ya michezo, na ni kipindi cha pili katika uga huu wa Cardinal Otunga Mosocho. Alfayo Kombo, dakika zako nikikwambia upande wa NSL na FKF Premier League, majibu ni yapi katika nyuga mbalimbali? Haya, mpira wa ikabu kwa faida ya vijana hawa wa Dimba Patriots. Kuna kizaazaa matukio kama haya basi huwa yanapatikana kwa michezo. Juzi nimemshuhudia Rodri akimnyonga mtu pale mechi za Nottingham Forest. Sikiza, wanaanza kwenye safu ya ulinzi vijana wa Dimba Patriots, the Wolves. Apiga rojo pale kwake huyu, wanaparaza kichwa vijana wa Dimba Patriots. Nakataa kijana mwite Adama, mpira wa mrusho kwa faida. Wakati huo taarifa kutoka Mashemeji Derby ilikuwa ni awamu ya 94 ya Mashemeji Derby, ni kwamba mwana Gor Mahia FC ako mbele bao 1-0. Ni mechi ya Mashemeji Derby katika ligi ya FKF Premier League. Unbeaten Gor Mahia. Wanaanza taratibu vijana wa Gusii FC. Piga pale pembezoni kushoto, wanakataa vijana wa Patriots. Bado wanaongoza vijana wa Gusii. Ondoa uchafu Patriots. Jezi nambari 2 muite Toto Lastborn. Goalkeeper Bonya anasema chakula changu hiki. Kumbuka goalkeeper ametoka pale, ilikuwa Viga ama wapi? Natumai atoka Viga. Anafanya tu madoido. Ni madoido hapa, ni experience. Sijui, lakini nasema kwamba ule ni madoido ulimbwende. Ule ni kitu siku zote wanasema kipa asifiwi, beki wa nyuma, na wakati hawasifiwi hicho ndo anafanya peke yake. Kwa hivyo ni kitu ambacho mimi nikiangalia pale wana Warriors hawajamakinika bado. Ni kitu ambacho mkufunzi wao anafaa kukiangalia kwa makini, iwapo bado anasalia anataka ile draw. Kwa hivyo ni kitu ambacho naona wanajaribu kukimbiza, anampatia mpira pale, wewe anza mpira mbio. Gusii FC wanashika ile mpira, wanarusha pale, vuta nikuvute, lakini mpira unakuja, wanakataa wana Gusii kutuliza pale 2-3. Wanaore wanachukua mpira, wanasonga, wana Patriots, lakini anakataa Ogechi. Nyagechi natoa tena Nyagechi, kijana yule wanazidi kusonga. Oraro anapenduka 2-3, anaenda kuangalia tena kwake Oraro. Anapiga potelea pote, ni beki huyu wa timu ya Gusii FC. Anaenda kurusha wangu, ni timu hii ya Dimba Patriots. Nahodha anawaambia wajibikeni jamani. Wanaanza haraka, ni nahodha wa timu hii ya Dimba Patriots. Pembezoni kulia Abedi, beki aliye na
uzoefu sana mchezaji huyo Abedi, ni mpira wa mrusho kwa faida ya timu ya Gusii FC. Katika viwanja vingine kwa upande wa FKF Premier League, Murang'a Seal bado bao 2 Sofapaka bila, Nairobi City Stars 0, Police FC bado mbele, Ulinzi Stars 1, Kariobangi Sharks bila, AFC Leopards 0, Gor Mahia 1, mechi ambayo inaendelea ya Mashemeji Derby. Na hapa ugari tuliomo uga wa Mosocho kaunti ya Kisii ni kwamba Gusii FC bado ako mbele bao 1 bila. Nataka nikwambia ni dakika ngapi kufikia sasa hivi katika uga huu, na katika majibu mengine kutoka ligi ya National Super League ni kwamba Asad bado ako mbele bao 1 bila, anacheza na timu ya Kajiado FC dakika 77, na ni mechi ambayo inaenda sambamba na hii. Kwa hivyo tumebakisha takriban dakika chini ya robo saa kuweza kumaliza mechi hii, kabla ya kuweza kuona dakika zipi zile ambazo upande ule wa officiation utaweza kuongeza katika mechi hii. Ndemo, naona vijana hawa wa Patriots wamepata kadi 2. Kwa hivyo tunaona kwamba wasipomakinika, na wale watu ambao waliweza kupoteza kadi ni wale safu ya kati ambao mara nyingi huwa wana mtelezo mwingi, na wasipomakinika huenda tuko na kadi nyekundu. Unaonaje? Hivyo unafahamu kwamba katika soka wakati ambapo msakamo unaweza kuzidi kisha unapata kwamba wako chini bao 1 bila, kwa hivyo unapata wakati mingi timu huweza kuwa inajituma, kuna frustrations, manunguniko katika timu, na inawezafanya wachezaji wanaweza kuwa na ile indiscipline au upotovu wa nidhamu, na wakati mingi kupelekea kadi. Kwa hivyo hapa ndipo kocha huhitajika sasa kuambia timu ni jinsi ipi ambapo watahakisha kwamba kichwa kiko tisti ijapo timu iko chini kwa bao 1. Kwa hivyo tuona vijana hawa wa Gusii wamezidi kumakinika. Walivyokuwa wakicheza kipindi cha kwanza kimeweza kubadilika kuja sasa. Naona badiliko pale likifanyika, jezi namba 7 kutoka Patriots pale, ambayo ni kijana kwa jina Danisa, anaondoka akimpisha kijana anaitwa Doji, ndiye ambaye anaingia uwanjani, kijana Doji. Na ikumbuke kwamba timu hii ya Patriots iliweza kuchukua nafasi ile ambayo ilikuwa inachezwa na Mwatate, ndipo nafasi hiyo ndio wanaicheza sasa hivi katika mechi. Naona tobo mrefu impigwa pale, wanagusio si wanajaribu kujipanga. Kijana namba 8 pale anasonga. Wana Patriots wanasonga mbele kidogo 2-3, lakini anasimamisha Nyagechi, anamwambia pale mbele tuende tukafuatane pale, lakini kipa anasema ni chakula changu hichi tuweze. Piga pale mbele kutafuta mwana, lakini Oraro anakataa. 2-3 wanaingia wana Patriots pale, lakini Obonyo anashika boli lile, anatuliza tu pale. 2-3 anafanya madoido na mazingara pale kidogo. Ni swala ambalo ameweza kumfanyia jamaa anaitwa Lasta. Jamaa Lasta amejongelea pale, lakini unaonaje Lasta amefanywa nini yule jamaa? Amefanywa madharau lakini namuona mchezaji wa timu ya nani anajigaragaza chini na daktari ameingia uwanjani. Naam, yupo chini mchezaji wa Dimba Patriots. Nimeona kwamba madaktari basi wameingia kwa fujo sana, wakiwa wamefoka kweli kweli, sijui wanasema kwamba referee protect your players. Lakini unafahamu kwamba mpira unapokuwa katika ugani na refa labda hajaona kwamba kama hiyo incident ilikuwa ni ya hatari, huwa anangoja mpira unatoka kisha ikizidi sana ndipo anaweza kutoka hivyo. Lakini upande wa utabibu wa timu ya Dimba Patriots walisi kwamba mchezaji wao alikuwa keshaumia zaidi, wakakosa subra. Kama mkufunzi pia yeye aliweza kuingia, yule mkufunzi wa Dimba Patriots akimnyoshea vidole referee. Unaona kwamba amechukua maamuzi, lakini hatujui ni nini ambacho kitaweza kuamuliwa pale. Mchezaji yupo chini anaendelea kupata matibabu, kwa hivyo ni ukweli. Unajua mkufunzi amejawa na amaki, sababu unajua mambo yamekwenda sivyo ndivyo. Hakuwa anataraji kwamba Gusii FC mpige, lakini na hivyo yupo chini ya shinikisho, ikizingatiwa kwamba basi vijana ndio wameingia kwenye NSL kuchukua nafasi yake Mwatate. Kwa hivyo lazima wapeane matokeo ili mradi waendelee basi kufadhiliwa zaidi katika mechi za NSL. Nikiangalia kweli vijana hawa wamejituma, alafu pengine huenda kuna uchungu kati ya mechi ile ambayo aliweza kucheza na Naivas katikati ya wiki siku
wa Jumatano na akaweza kupoteza kwa bao 2-3. Kwa hivyo leo kwa njia zote au chochote kile kivyote vile anafaa kutafuta ushindi ama draw. Ama unaonaje mwenzangu Ndemo? Ndivyo kwa mechi kama hii, kwa hivyo akipata point kutoka katika mechi kama hii itakuwa ni jambo la kujivunia sana kama timu ya Dimba Patriots, lakini mwana Gusii FC naye ni mechi ambayo tunasema kwamba ni must win kwa timu ya Gusii FC, kwa sababu walipoteza mechi ya pili, wanahisi kwamba wana timu njema, wamefanya usajili mwingi sana, wako na mfadhili, kwa hivyo wanahisi kwamba katika mechi kama hii ni kwamba wanahitaji kwamba waweze kushinda, lakini wakati huo kunaje huyu kipa wa timu ya Gusii FC ambaye ni Obonyo pia anahisi kwamba katika mechi hii inafaa impatie clean sheet ya kwanza. Ni ukweli mechi ya kwanza alifungwa hapo, aliweza kuokoa penalty, ya pili akafungwa bao moja. Wale wanahisi kwamba ni mechi anahitaji kupata clean sheet pia ndipo iweze kumpatia ile tunaita confidence katika timu na angalau aweze kuchukua. Hivyo utaona kwamba kama atapata clean sheet ya kwanza. Nikikumbuka kwanza nimkumbushe mtazamaji wetu ni kwamba Gusii FC iko nambari 6 kwa ushindi ule wa games za nyumbani. Iwapo atamaliza hii atakuwa nambari 2 kwa mechi zile ambazo ameshinda kwa ukilinganisha timu zote katika NSL kwa zile mechi ambazo amecheza nyumbani, lakini yupo nambari 18 nambari 15 kwa zile mechi za away, kwa sababu hakuna hata mechi moja ambayo ameweza kushinda nje. Kwa hivyo ni kitu ambacho wanafaa kumakinika na kuhakikisha kwamba mechi zao za nyumbani zote wamesalia kubaki na ushindi ule. Tunaona kwamba wanagusi wanajaribu kukimbia kusonga mbele, kwa hivyo ni kitu ambacho tunaona kwamba mechi inaendelea tu pale, lakini kuna mchezaji ambaye yuko chini na amezidisha kukaa chini. Kuliweza kuwa na bado ukosefu wa mazungumzo pia katika wakati kama, kwa sababu alienda chini mchezaji wa Dimba Patriots, tena refa akaona nikana kwamba ni kupoteza wakati, kwa sababu timu ya Gusii FC ndio waliweza kuwa na umilisi wa mpira na hakuweza kuona ni kipi kilipelekea mchezaji huyo wa Dimba Patriots kwenda chini. Kwa hivyo Gusii FC walipokuwa wanatafuta nafasi moja upande wa pembezoni kulia, ndiposa walipokuwa tu wamepata ile break, ule mpenyezo, ndipo refa aliweza kupuliza firimbi. Kwa hivyo tunaona pia mchezaji wa Gusii FC pia ako chini. Kwa hivyo hapa refa hiyo tunaweza kwamba let down, kwa sababu angepuliza mapema wachezaji wa Gusii pia wangejituma zaidi, kwa sababu wangetulia wafuate cha refa. Lakini sasa wachezaji wawili wako chini kwa sababu refa labda hakuweza kuwa na haraka ya kuweza kupuliza firimbi. Pengine nikiangalia mchezo huu kuna tactic pale ambayo wana Patriots wanajaribu kuimply ambayo inaitwa defiance and destroy tactic, ile ambayo unajaribu kujiweka chini ili kuharibu game plan ambayo mpinzani wako ako nayo. Kwa hivyo kwa sababu tunaangalia kila wakati ambapo Gusii FC team builder pia imeingiana, wanataka kwenda mbele, mmoja wao anaguswa kidogo anajigaragaza mpaka daktari aingie uwanjani, hakuna yule ambaye anasimama hata kama ni rahisi. Unaonaje Ndemo? Kwa hivyo jambo kama hilo ni njema na mbaya, kwa sababu pia litapelekea labda refa akihisi kwamba kama hili bado nikidhani timu ya Gusii FC ndio wataweza kupatiwa mpira huo, wataweza kubaki na mpira ule, kwa sababu wao ndio walikuwa na mpira, ndio washapewa. Kwa hivyo ndege ambazo zitahesabiwa, kwa sababu ni mwanadimba pale amepoteza muda wa mechi hii, lakini tunaona kutako nani nafasi kwa timu ya Gusii FC. Upande wa kati Tegisi anamtafuta nani yule pembezoni kushoto, akona nafasi murwa kabisa ya kuwapakulia wenzake, lakini Bravin anaruka juu angani kama kinda na kuchukua mpira ule. Nafasi kwa timu ya Patriots upande wa mbele, wanakosa kuzungumuza wote, unakuwa ni mpira wa mrusho kwa faida ya timu ya Dimba Patriots, ambapo kwa sasa hivi wanahisi ni vipi wataweza kufanya wapate bao, na nahodha huyu ameweza kujituma sana leo hii, amejituma wakati mwingi sana. Tuone kwamba kama atawapakulia wenzake. Anaanza fupi ya haraka, lakini alimakinika haraka sana. Ni mchezaji Oro alimakinika. Ni mpira wa mrusho kwa timu ya Gusii FC. Oro anachukua dakika zake tu, hana haraka. Wa kwanza mpira ule ni beki wa kushoto Oro, atakwenda kurusha mrefu na penyeza. Nafasi kwa timu ya Gusii FC, wanapiga potelea pote mwana Dimba Patriots, unakuwa ni mpira wa mrusho kwa faida ya Gusii FC. Asante sana Ndemo Steve.
Basi itakuwa mpira wa mrusho kwa faida ya vijana wa Gusii FC almaarufu Mbakowa. Hadi sasa hivi dakika za kuhesabu tumeka kipindi hiki cha pili. Gusii FC bao moja, alikadhalika Dimba Patriots 0, bao ambalo limefungwa na kijana Adama jezi nambari 13. Wanaingia Gusii FC, anaacha mtu, fanya mtu pia. Wanaingia Gusii FC, hatari kisanduku, ni goalkeeper Gavin Momanya anasema chakula changu hiki. Wanaanza wangu vijana wa Gusii. Aparaza kichwa kwake kijana huyu bado Orao, piga juu kwa juu, yupo chini hapa. Kuna manjano inashuka hapa anapokea manjano kijana huyu wa Dimba Patriots. Yupo chini mchezaji Orao, mchezaji huyu jezi nambari ya pili, kijana muite Orao yupo chini, ananyanyuka, anasema basi tuendelee tu. Mpira wa ikabu kwa faida ya vijana hawa wa Gusii FC. Anaenda kuwajibika Captain Fantastic Mwite Nyangechi Wycliffe, anawaambia tuingie ndani, dakika tu za kuhesabu tumea kipindi hiki cha pili. Asante sana mashabiki ambao wamekana nasi kwenye runinga ya Ndizi TV. Langu jina Nditi Nelson, mwalimu zaidi ya mwalimu Nyangechi. Anapiga rojo pale, para za kichwa, wanaondoa uchafu vijana wa Dimba Patriots. Bado kichwa kingine, Adama. Wanaingia vijana wa Dimba Patriots, lakini wanakataa katakata vijana hawa wa Gusii FC. Orao kwake kijana huyu nguvu mpya jezi nambari 6 wa Dimba Patriots. Pembezoni kushoto wanaingia vijana wa Dimba Patriots. Kisandukuni pale Dimba Patriots, achia fataki koko, bado wanafanya ajisi. Vijana wa Gusii FC alisukuma Timbukta, alisukuma Tobwe, lakini akakosa kulenga shabaha. Goal kick. Dakika tu za kuhesabu tumeka kipindi hiki. Vijana hawa wa Patriots wameanza kumakinika kipindi hichi cha lala salama. Ni kweli wanajaribu, na nikikumbuka kwamba game ya Vihiga waliweza kufunga hivi wale Vihiga Bullets time za mwisho kama hizi. Kwa hivyo vijana hawa huenda wakimakinika wakapata ile sare ambayo wanatafuta, wakiacha kucheza tikitaka yao yapata potea. Kwa hivyo naona Ubonye lazima au ile nani safu ile ya nyuma iweze kuongeza umakini wao kidogo pale. Kwa hivyo Ubonye naona anajaribu kuchukua muda wake, akipiga 1 2 3 au pige 619 pale kwenda mbele kutafuta wachezaji wake. Mbona Cyrus alikuwa anatafutwa pale, lakini wapi, mpira kurejeshwa. Nachukua kijana Adel, piga juu kwa juu pale, wana Dimba Patriots kwake Dennis. Mpira wa mrusho kwa faida ya vijana wa Wolves. Sawa, dakika za kuhesabu tumea kipindi hiki cha pili. Iwapo ndipo unajiunga nasi, kumbuka Gusii FC bao moja, alikadhalika Wolves 0. Ugani Cardinal Otunga. Nina jeshi hapa Ndemo Steve, captain nahodha hapa wa matangazo, vivyo hivyo mchambuzi na mchanganuzi hapa General Kombo mwenyewe. Naona pale kuna refaria ameinua kibendera kuonesha kwamba kuna mtu ameotea. Naona kwamba wameweza kuotea. Sasa hatujui ni kipi mwamuzi ataamua, kipi ni kuotea ama ni mpira wa ikabu. First fall, ile ya kwanza ndiye ataichukulia ile ya kwanza. Lakini mara nyingi tunaona kwamba ikabu ulemewa na kuotea. Kwa hivyo wataangalia ni mpira wa kuotea. Ni mpira wa kuotea. Na wakati ule nikiangalia wale ambao wanatazama upande ule wa mtandao,
Naona kwamba tunatazamwa tu moja kwa moja upande ule wa Texas. Texas. Nadhani tulikuwa tunakula mtura pale Texas. Texas ni Marekani. Pale Marekani, Texas tunafuatwa naye Shujaa Nelson Matoke. Anatufuatilia kutoka upande ule wa Texas. Asante sana. Pamoja na wale wote ambao tu wanatufuatilia matangazo haya moja kwa moja kwa hisani ya runinga ya Ndizi TV. Wanaongozi vijana wa Gusii FC jezi nambari 17. Ikake taratibu kwake Dennis. Anarejesha kwake kijana huyu jezi nambari 17. Wanaongozi vijana wa Gusii FC. Ingia taratibu Gusii FC. Apiga pasi Nyerezi pale na kuna mtu wa kuunganisha goal kick. Na wakati wa ukitazama ni kwamba wote wamerejea nyuma, tunaita katika soka drop back. Wote wameanza kurejea nyuma angalau kuchunga pointi 3 ambazo ni za muhimu zaidi kuliko kutafuta bao ya raha ya bao ya pili. Wanamakinika ni wana Dimba Patriots. Masiara kutoka upande wa timu ya Gusii FC. Bado Patriots wako na umilisi wa mpira. Anakwenda kucheza mpira ule sasa, ni timu wanamakinika ni wana Gusii FC. Wajaribu kupenyeza refu kumtafuta yule ni Chabicha kumtafuta, lakini bado wanaanza kumakinika. Nafasi kwa Dimba Patriots, dakika za mwisho. Deno anajaribu kutafuta nafasi Murwa, lakini refa aliona Masiara pale. Utaweza kuwa ni mpira wa adhabu kwa faida ya timu ya Gusii FC, na itakuwa nafasi Murwa kwa Nyangechi kuona kana kwamba ataweza kupata bao la pili ama atazalisha kona kwa kupiga mkwaju kwa faida ya timu ya Gusii FC. Na wakati wanamuona kwamba Obonyo anafoka sana, Aucho Sareza ataondoka, kuna badiliko Ndemo. Okay. Kuna bandiko upande wa Gusii FC. Ni sijui kama ni badiliko la kiufundi ama la kupoteza muda. Naona kwamba jamaa wa Gusii FC wakitumia nafasi hii vizuri kimakini na anavyopiga yule Nyagechi togwe zile, huenda wakapata bao. Basi amemleta yule mrefu kama Twiga. Ili mradi basi ni kama huyu ndiye atafunga bao. Kijana yule aliingia wakati uliopita na akaweza kuweka kitu. Na ni mrefu kwa hivyo wakati wa Viega Bullets. Na tujue leo huenda kama labda sikiza kona Ikabu chini kwa chini wanaondoa uchafu. Alikuwa amemtazama yule kijana, kama uliona alikuwa na yule aliona kwamba mpira ule angeupata yule kijana ingekuenda mambo angekuwa mengine. Kwa hivyo Wanagusii wanajaribu kumakinika pale kutafuta bao la kuongeza ushindi wao. Kwa soka tunasema hilo ni bao la kuidhinisha, na mwalimu uliuliza kwamba badiliko hilo ni badiliko la ufundi au kupoteza muda, lakini mimi nakwambia kwamba wakati wote hata kupoteza muda ni ufundi. Ni ufundi. Hapo ni badiliko la kiufundi. Unajua kupoteza muda kwa sasa ukiangalia katika EPL unakuweza kukuletea madhambi, kwa sababu muda ule ambao utaupoteza utafanya uweze kutandikwa baadaye, kwa sababu muda utaongezwa. Kwa kila sekunde ambayo unapoteza inaongezwa kwa kila sekunde microsecond, na wanasema 32 microseconds. For every second 32 microseconds are added. Kwa hivyo hatujui kama ile utafika Kenya. Na kuna ile ambao watafiti walikuwa wanasema kwamba kitambo walidhani kwamba kwa kila wakati ambapo mpira unatoka nje ni takriban sekunde 5 ndizo upotezwa, lakini wakagundua kwamba mpira unapotoka na kuna manjano, pale kwa kijana ambaye ameweza kuingia sasa hivi jezi nambari 9. Angalau pia yeye amesajiliwa kwa ile kitu ya muamuzi. Na ameingia sasa hivi. Wachezaji ambao wamecheza dakika karibu 90 naona bado hawajapata kadi. Yeye amecheza chini ya dakika 2 na bado tunaona mvutano uko pale kati ya Ubare na wachezaji wale wa Patriots, na mkufunzi anazidi na muamuzi anazidi kusonga pale karibu akiuliza tatizo ni lipi? Mnavutana mbona? Kwa hivyo hatujui ni njia moja tactic ile ya kupoteza wakati ama vipi. Na upande mwingine pia mahali ambapo kuna adhabu pia kuna pia usumbufu kutoka upande ule wa Dimba Patriots pia. Refa leo kuna siku refu sana. Anapitia shida kushoto, shida kulia, lakini anakwenda kwanza ni Nyangechi sasa. Wamejituma wengi wa timu ya Gusii FC. Ni mpira kwa faida ya timu ya Gusii FC. Anakwenda kupiga Wycliffe Nyangechi fundi. Kunao wengi tu mbele. Atapiga upande wa pembezoni kushoto. Anapiga refu. Mlingo anakosa kumakini katika mpira ule. Nafasi kwa timu ya Gusii. Lakini refa anasema kwa wakati wote mimi kazi yangu ni kuona kwamba wachezaji wameweza kuchungwa na wakati huo wanaweza kuchungwa, lakini Gusii FC tu ni kuhakikisha kwamba wamehakikisha kwamba inaenda chini vema. Na wakati huo
Wakati huo huo, katika uga wa Cardinal Otunga Musocho, mechi baina ya timu ya Gusii FC pamoja na Dimba Patriots imeweza kuisha, Gusii FC 1 Dimba Patriots 0. Naona kwamba hakujaongezwa muda wote kwa sababu ni kama mwamuzi ameona ya kuwa kwamba mechi hii ni kama ameona amesumbuliwa sana, akaamua acha ni umalize, hakuna muda wa kuongeza, kwa kuwa timu hii ya Gusii FC wametoka bao 1-0 dhidi ya wana Patriots ambao wamekuwa wakicheza mechi hii kwa niaba ya Mwatate ambao waliweza kujiondoa. Unaonaje Ndemo mechi hii? Imeweza kuwa tu mechi njema kabisa kutoka uga huu ambao ni uga wa Cardinal Otunga Musocho. Ilikuwa ni mzungu walete. Omancho moreri aigana segeti gia Cardinal Otunga Musocho segeti kolia rero twatwara egosori engia sana gati ya timu ya Gusii FC amone timu ya Dimba Patriots asekimenokia ligi ya National Super League ase ama chibu kwa segeti gena segosori rero tuchita kanke yokoruboni ga ase Gusii FC na rero obobuibwe golia yemo asebusa iga segeti kia enseme ya Cardinal Otunga Musocho kolende twale ngamo na mwalimu zaidi ya mwalimu na botebia mange igoro ya rekorenda seboniga ndobata batiotereri korwa se timu ya Gusii FC tuchakana kana Kantala nimaite kwa bira se kosore korwa mochakano goikera boniga timanya kero korile kosori ya rero aibno mutiotereri na kero rese kosori ya rero. Actually aba pinzani baito ba Dimba Patriots ba temire go to defense sana, especially first half katiali balenge go sieka sana ntonyara go penetrate, but second half coach yeto asokubatana na Dennis Ongangi coach yeto na hata magokuwa na players employ tactics chae at least boniga second half tuachane golema
tima nyandake obwo walira Yesu no motiotereria ndake ninde kibwate gocha Yesu motiotereri. Sorry? Obwo bwalero ayebu no motiotereri bwa timu ya Gusii FC nyenjoki obwo bwate gocha sore. Actually obwo bwalero mupira ntore maega mupira oyomo na kitoberete nsari setebo na muna tuachete Mombasa rento kalus wano bubuyobo at least watubekire se position yengia ase jedwali elia NSL na ande ububwate amatumaini in future nga we are doing well in this National Super League na come the end of it tutakuwa successful tuende KPL. Mwana sana tigara abua buto nyara kwa sokorende ndasabe nyara kwa kusuka go chenseme ya iga astoko ya nere mwalimu zaidi ya mwalimu Nelson Onditi rero tate bana no ovuralia wengencho wekerengo kigoro toko korega segeti ya musocho tiba ya bunu mutiotereri narago komnyoka sana rero tiba tinda ndakira kwa tebe gosori rero nakipwerera machiwa rero mbuya mono moraria samareta nengoro kulame kimekenye eke kudu efani ya Gusii FC mbake nkoro igento ndatebe so mupiro twa kirorero na bore ngoma kongwake lakini rendenye twa nyare kobwa ekyagara twa pushi aba murabaito banyare gotema mbaka twabwire nigento ndasaba mashabiki eito orogongo rwa Gusii kurunyamira mbaka Gusii ngima mwange gwancha mutobwate sie sabari ye tukonya ba chezaji abaito erinde banyare gokoromokia entonces nya goswa KPL ya Kenya Premier League erinde ndore noko bwana ndento semeretina nyasaye na tutakedete amaya asobo bibwarero ndago kembuya mono nande nakirembuya mono mwanya gitingano siasere Gusii FC na ile timu era kuruseri stress nyomba mwa okudu korwa igasegeti andake wete okulira bakelio giri asirire kone nimbira ndei korana gocha sore kolende toja kuna basukubati arongo rwa Gusii abasobaje batakira gweso kya mangana yoboteteri bwe Chigosori na lero iga tobateri bagari ya beri gutwara omotiotereri bwe timu ya Gusii FC ndoche no gogete Ismail Nero roro tocheti Nero timanya aingi yako gokirirero chakareria tari yao awoteberia. Kwa majina anaitwa Bush, mimi ni fan wa Gusii. Penda Gusii, nimejibamba na tunapenda kusupport Gusii, so tuna hope kwenda hapa mbele tutawin zile games tumebaki nazo na zile game zinatukalia ngumu, maybe away matches, tunataka support kutoka kwa fans kutoka kila mahali hapa Gusii, kila mahali tunataka support, at least tukue mahali tuna aim kupanda KPL. Wewe ni fan wa Gusii sana, fan wa Papa, bado hujatuambia jina yako. Naitwa Bushnell. Naitwa Bushnell Prudence, lakini naitwa Bush. Anchomo lialigo malieta ya ati hapa tuko sangana bara bukorwa ya, lakini wewe kama shabiki najua the last time Gusii walicheza ilikuwa upande ule wa Mombasa, walipoteza mechi ile na pamoja na kadi mbili. Leo hii wameweza kujikakamua na wakabadili matokeo yakakuwa mema. Labda mechi ile nyingine ilikufanya kwa kufa moyo kidogo? Sikukufa moyo juu hata last season bado tulikuwa tunapoteza game na tunakwama, lakini Mungu pia anatusaidia, tunapanda, at least bado tuna support. So haiwezi kuwa tuna support team ile time tume lose ama like tuna support team wakati tumewin. Tuna support kila wakati, either to lose, to win, to draw. Game huwa inakuwa na majibu 3, so tuna expect more wins to come. Labda tukienda kumaliza sehemu tulio naye na Bushnell ambaye anatuambia kwamba yeye anaienzi sana timu hii ya Gusii FC kwa kuweza kuwa kishabiki. Najua kuna wale warembo wengine hapa Kisii, tumeona warembo wengi wakaanza kujitokeza mambo ya ushabiki. Labda kauli yako unaweza peana, labda uzuri upi ambapo warembo pia wanapokuja uwanjani kushabikia mechi? Unajibamba, at least unapatana na watu, you make friends, you make new friends, unajua vitu mob, alafu pia una explore. Kuna magaldem sahi wanakuwatch sahi kutoka runinga ya Ndizi TV News and Ndizi TV News digital katika upande ule wa Facebook, upande wa YouTube, lakini pia kwa runinga ya moja kwa moja wakati kama huu. Labda yule ambaye hajakuja next time invite akuje uwanjani. Next time wote wakuje, at least tujibambe, to support timu yetu. Watutafute pale Facebook Gusii Football Club, watu support, wa follow, wa like, wana comment, kila kitu, at least tupatane grao. Pia watu kama mimi wanitafute Facebook Prudence, tutakuja.
Asante sana Prudence kwa haya ambayo ameweza kutuambia kwamba ni msichana ambaye amejitolea katika mambo haya ya ushabiki, lakini pia kuna kijana mdogo hapa ni barobaro pia anapenda Gusii. Na labda wewe jina lako ni nani, labda kile ambacho unasema kuhusu siku ya leo imekuwa vipi kwa wewe kama shabiki? Kwa majina naitwa Albert. Game ya leo imekuwa nzuri, vijana wamejikakamua, japokuwa hii timu nyingine Dimba Patriots walikuwa wanapenda kuwaste time kwa field, wanararara hapo field, lakini kitu na aja nini game next watu maplayers wachitume wapate ushindi tukiendelea kupanda kutoka chini. Nimejembara roba kweti pia bali moga soma na bara bugo sekiti manya apa sai bali bata lugoche segeti bate bereta maganda imepire lia basongo mbali goche inki ora batebira bande bara emesesime emeson sino imebuna kudu yako teba tima yanki ora batebi obuya bwo cha Chigosori bune china kochirora obuya bwo cha Chigosori echeogoja yani kwa for enjoyment yani koru stress mupiro goche life ko nyorigereti ko interact na players buna bako chesa geti alafu aba sai bali skali onye bagonya kurigere chigemu chesko tika barafuatilia chigemu changaga nchibwate obuyo bonge sana kuna inchanangi ago chibwatireria kuru division 2 mpaka NSL mpaka league na manyire binte binge sana bigwa happen Kenya. Andake mbia mono sana uyu no mosai omoke korwaiga ase orogongo rwa Gusii kwa ramangane Chigosori kwende ina nasore ayebuna Justin Kantala ayengati ya abateneri bali ba mashabiki ya timu ya Gusii FC tima nyandake ino ninki atabigore season ye mero bikiri mu bigete linde oboitoteri bonya ko bokogenda igoro asa mwana legete Chigosori. Actually igoto bangete nga komanyi umeterero ge mitandao ya kerero ya achire. So we are informing everyone yore so mutandao gali nga maambi gose anke gose tukolinde ntobwato mupira na mono kento kende twanyora etwaleto mupira bona ange na asabantu esabantu bakonyoikira igotorega musocho Cardinal Tunga. So nenjere yemo ya okwenekia nga abashabiki Gusii na Nyamira na bagoikira umupira osomo chieso gosenkoyo eyo gwakwa imeyeliro bali Gusii ase chinsemo cha musocho egento kende igototete twene kinga wetera so mupira oyo twachiramo because kerongocha nanyoro yo mintu no arakuru maybe Nyamira mintu no arega alikuru gosenga igosenko bugiango mate to interact inenjera yemo especially bantu bali batara metu mupira na basaya bakonyora bange of course abakakambara people come here ba interact twanyora monto rusi ruguru Nyamira gosoji ruguru bugirango monto rusi ruguru bonjari anyomanire. This is the way of interaction, that is one way yokokonya umupira gesakugeto kya Gusii kendo kende mupira Gusii to waka taliyo majifuno ngubumbwate gose koirora ase bali banyorire bahati ko kore kwende ko umupira Gusii we play a very good soccer. So incho mwegokie na kubwanaru abana bali babwate bagwa kumupira bale bigoli bibike bagukina bono inchuma rumupira because a team yeto Gusii FC 80% ya players ya bali bagwa kumupira Gusii Football Club iko bale abana ba Gusii and that is our aim. Iko totete tokini etalanta mune chamani to Paul Mayeka atebya kitalanta kuro Gusii. That's what we want to do and many more. Mimi ngwana wocha so kodega nimetengana kwa na yeye ntune pire pia leo aponya mangana yeye monya areko teoru bonchali onyo romo getuke na romo basi monya areko amugosanga na koyugwana ebungatiye bintu binde birikanda la gote biti manya gosere ya mukonyiranyu amekonde nabe agotebi onde mwakara narora iganere obere na tukuru mutaka kero mweli ti manya mepire ya Gusii na miaka imekoro sana miaka tonde maiga miaka 10 Shabana ya lenga seligi ya Premier League yange usendivu 1 Gusii FC ya ngororopi konde boniga umupira oyo mepira zaire kokomekana Gusii igati manya buno mugaka kwa mwati Chigosori tina kiwete Chigosori penda komenta korongorwa Gusii asamareta nkuru ku Ikrifongeli nyamawa ya liba ni elia tali anemanyire nkuru kwepenipa kabere oso Chigosori singabone chiga ne Chigosori chingi ya by the way Chigosori eji unanjo mwaka ni nchi anjete sana ni nganjete Gosori nande andake keronkorora abamura baitu bakuminyoka gonkogoka nande gonko igubija munabona keronkorigere umpiro Gusii FC gonkorigere umpiro igapaka nanyogokera ekiagera Gusii FC abantu abakie bwate nkorigere linde nari gikuisaneka no mupira obo
mupira wono mwansuore ande ko komeki uri gwatwara moral wo kunyurigereria igaza abantu bari chinsemo wao nko barigani aso mupira yo Gusii FC mwate magoche timu by the ekaro kunyurigereria mupira ekara baterekere no ekara baumiranire na Savana mupira Savana ukuriko bansase oso mupira Gusii ekaro bakunyuaka igo ase Gusii yeiteje ekaro kunyurigereria mupira obenjera bakunyubanga is good igo baise koja kogenderera iga nkorengi bono na baraji ko baigora ngoma that season season ili yaitete mbale ngensa akera kini season yendo chenga mbale igoro igo ekarongo likereti umpiro igo baji kogenderera iga timu teyo chiko baitara isi nyinge sana aiga segetie ke ganta beto kwenda roro kolende ndabori producer nganchire ake igo tu Justin Kandaron tebia gosori ko bwati Gusii FC ingwa bakale ko gosori nere se moki weekend ki Actually ego sori ko bwati go tukale Kajiado if any changes go take place because the last time we were comparing na Nairobi United due to some changes but mopiro next to work na Kajiado. Mbea mono sana Justin Kantala chinga kichinga gendera no watengeli baje batonda sense mende ndeye studio tore na mwalimu zaidi ya mwalimu tima nyanda yake kwa ikule birengeli byabo ayebuno mwalimu abana batiotereri andake nakiora tebe gore birengeli kwa ikule kora babwatani korwa team ya Gusii tubona gutara ucyumuga SNCMA birengeli binebi ya sana egente ketanga nanyore na abantu batere na Gusii football Gusii football ya jagre koleta rende muvuto gete itakere kuri gune lisori ya gatatu esengencho ngo igorere biashara ngo mekere natebe nango so interaction amane chinyomo ngo gorere binte binge sana nande egento kende bango kiringeri na they are determined nande baterna ebatakita kwa Gusii players the first priority edinda ba Gusii banyare bakoraki banyaba ku expose their talent na banyare bagoteba ande kende na igure bagoteba ngeri na last time mba korete buyamone singenjo mashabiki mbabwate na binto binde lakini boni bagoteba abantu bons pibe bategerete koru chinsemo chionzi chia Gusii mbatakere bakoreke mbatakere bache batioterie timu ya Gusii FC nerenya yake gutira uchigoro bune timu iri ya Shaban FC enyateke gutira uchese KPL ndake mbia mono ndanyale oche me ya gatia iga onyare koba kogoche nsemo ya gatia ndake uyamekende buna mwalimu zaidi ya mwalimu na oyo tole nera iga no mubata ni korwa se timu ya Sportif Nyabururu na timu nero omanya sana na kodi barayura abo murali timu nyaye ibori kyo kumubori omubata korwa nsemo ya Nyabururu Sportif ego chiriki division tungagete na tinda gosa last time mwakorete by the mfusimu wenu uko mzuri sana tobe timu ya sana se div 2 around yeye inki mwe bangete because more central zone yali mwaro chechi timu chingeni chiachire na kimwe bangete se division 2 kange amarieta na yongor kwa Rafael Endonsongo nde timu manager ya Bruce Sportif na mwere mbolire ntwe bangete buya kagete twakire chi friend chi nyinge ntwa assign new players abange lakini ne pimo to epimire ntwake chi friend chance ntura lose mono a friend ya last week on Saturday ntwaka na Gusii FC tukarutu 1 igontu the other time twakete wakatwaka 5-1 on twaro twabagete first half yani first half twabagete 1-0 deka 17 nera baite ko tobekera na 82 then wakatwa 2-1 igotu yabangira rero twate friend nya bururu ntwaka na Australia twabaka 2-1 chi friend twakere chinyinge twa temire kobanga mbuya tole twakere team chia div 2 a friendly na waitat twachakire wo mwandawe team chia chire twaka na kanga tukadraw igo tuyebangire una bono como 15 on Sunday nibwate koja gatore league ngwa gatore ntwate Isebania tokogendaria ntumaitenga una tokogendaria no gwaka mwaka mkosori na kia race Isebania Isebania ya okay tukuruari toche home na Green Pellets sum pago chaka Nima tembe ya mono sana uyo amekane na Rafael Onsongo mwate korwa Semeria Sportif Nyaburu na chinga kie checho nyo tuwa chenchiri anda ke chinkwa na ikorwa sema ngana lengete ya sori ya National Super League ya sori ya era sense me tore ya Mosocho ese timu ya Gusii FC abwire gure ya Masivos wari ka sori ya mone timu ya Dimba Patriots tani bengo tebya machibwande korwa sema ngana International Super League na FKF Premier konda 7 iga ngana toko sanga mona sori ngana lengete league ya FKF Division 2 eliga ya kwa kego chaka se weekend ya tore ochiwotena kwa manyia manga igase ende buna ndemo Steven captain 001 serero iga Chigosori to chirata korugeti
tutiga magana ritu abwata magana ria makoro na gosori kare gosori geti to gote vinki kia balero igetore ema mokorwa sense mweli yegeti konyara koba tukubwati ariagendete koru ensemeye na bale bonse motobwati tikoruka tigamba kwani nimaite etwachaka ryoka kitora igense na tikore tigamba kwani ndembari gani vene no moroberi bwa Chigosori bwa botapo kore tunanche ndemo Steven captain 001 watakira chinsa 10 nusu kali tukuria Jumamosi gwika chinsa 12 nusu twasanga mange ali arengete Chigosori kibwikana korende totera bwase eligi ya FKF Division 2 timanya koru ensemeri ya Gucha Youth FC nerone timu eri okobwati mono sana timanya nakiora lesaye na ki pre-season ya beire esainu kuna Gucha Youth FC pre-season ya Gucha FC ya beire ngia sana oroche technical changes ya kore kugari coach nenye koru Patrick ya kabero Montobote experience then wamefanya signing bakakore signing ngia sana branding ya abana ya Ronroche is a very good brand ngagete na Gucha FC boniga ne timu ego chiko aka timu chinyinge sana Central Zone by the na ko Central Zone na ayebange mna yo mintoga ko Nyaburu Sportive yani nikichapo tu nikichapo japo naenda na rocherende botata numbazo ata timu na yaje tegose Gucha Stars lakini ndende mente Gucha na yemo naende no tema kwega ko bagucha te kunyarekana Gucha na yemo yo nimaite bangusira ke abantu bagucha baigwete muna ndo jirana utumike ritalia Gucha timu ya Gucha Stars ne timu engeni anda kinyara ko bayikwira libagalie timu ya Ichuni Combined FC negento chebudo mogoso nenche kiando make singencho Ichuni Combined ne timu ya nyara ko bagie ko bengia ne timu nyara ko bagie ko Chanda Sportive yara moita kera mukera sana nisandemo ari muraria no mjore ekera Gucha yitwa yara gosoa last year wante betinga Gucha webangire baraba yabangira bako ngaka bororo ngakote binga nkoda yugucha nara nko bakande aiwa sobo nkabaka endrose kabagwa endokia sumbwete finance problems chatika so etimu yara yakoraki kirese mepire mingi ngakoraki ngaruchi walk over lakini rende muna baona this time kera on the neke chapo bado still ni manyetenga so bango chikogenda tumongo chikocha bado na matokeo na ali Rafael Osongo oremete sana konde ndiga sole bado yabuna Rafael Osongo timanya akikurira ndake ngani ya timu ya Ichuni Combined timu ya nyara ko bengia sana ikagosori mbindi chinsa ya mochiri chia Moi Stadium Kisumu mangata babuya bagera ko namba ya kabere ko seme ya Central Zone ya FKF Division 2 bagatwale gosori tena Western Zone timu ya bete namba ibere chinsa ya mochiri cha Wasingishu County na ndio bagasiri upole kwa timu nya gose na wotara tebe byosibirita ndake gokuo moyo bali ko basira ndake kungusa maega na kere ya kongete sana singe njomaite kere gwakini go ikigwigoro mono umaye ko gwatekerwa ororo mbaka buya go sake ti manyana kiye ko irengane ya Ichuni Combined FC ko bunu komuraria challenge Ichuni ne timu yake tengia ati challenge ngote wana officials abantu baito ba FKF kurugusiga iga mpabuga ati mono ti ehati ne timu chete korwa kobere ngi timu chabagere uri na div 1 to wati timu kurusi no ne yemo ekera Ichuni umpire wa karomuya bakagendaria no negati yoka abagete abayire twari mbagati neutral ground in fact mubiro limbaka di fair abantu nkora umu na bara ibaito ba FKF ba Gusii bari bararia abare ko manna barabunga etimu chiri wakari tigakere gwaka yake getikere neutral ground Baino songo ndatigara naye abo bwesengane yore nimanyete aronekene andake mara baigwetara ke kogosori andake ne timu koru ensemo ya Western egosori yebenseme ria Eldoret nange sana na Western kogana Gusii koruchi enseme chigo ikase enseme nengane tago geti abwatani abange be Chigosori kore ndake kirinda nyare ko bayinko bolinkeri andake abura ibwa koru ensemo ya Orongo rwa Gusii abara itobwate baigoro mono ensemo ya mana FKF nechi na bari kwa koru ensemo ya Kisii County na Nyamira konde enseme ya Nyanza na LCC ndobwati bali bwate chinguru chinyinge timanyanda ke nimete ochori bwa FKF bochikoba bogocha timanya bono kirikira go isane kineri totware abara ivaito abande baburi birogo bya Nyanza byo poteneri gose abarorro chikuru cyabwa kine chinke timanya bose nko bayigra timanya gose mbara isane kikora ne chinguru chiri bayire ya mbuya ko tebo moraria lakini borira ria iga Gusii to kunyanyasa mono to isakonyora baburi bora ine ngomori boigoro bachire si officialia nanga chitimu chete cha Gusii ngo cha chingo suka chirake une bono no ene akademi kutana menge to kogenda abakonye beka Kisumu aria mukutana njerte yo ora ate no Kisii
yani aba ntaba ko ibire nabagere so bayanchete muno nande banyite timu cyabo bakuri inzira yo kugisira kere bakoranga timu ya gusingo chere bagukarimia so abaye baito bagusimba watiri bagari yokoraki yoko ikaria lakini nende tigansa benga aba ibarombu yabare tigaba boli biro bina bigoro bagenda ali so that batokonye timu cya gusi na urongo so kunga bono bogeremba kwa timu baka D1 no mwatenga gusinto wa timu nona yemo baka D1 D1 teyo no igona ngote banga abara ibaito mbuya bakora chinguru chire chinke because bago chikokwana bakiri uguru ari mbo wa chinguru bona ko sabanga baewe chingu babori ekero kerikia gari yake mono no basakira tanyore ngana ntukurusi ntubwatari bagari yo pagini so that ne timu ite chikoraki chisuke chicha se timu chenje banda koba tima nyanda ke gose no bwate ebiyaga so yoko bore kero ga sama tukale bosio nise koewa bibaga nabo ndariye ekirogo akere bari barororo batararabya lakini ninge ne tenga kuromo secretary to bamageka ti adunge udu waka mbanje te chigosori ise ko toka ngamba kunyara kogenda gusuguma go chiguraria nonye ninchira banko gendororo so tatonyore chitimu chito chisuke because abana baitu ngoka bajitimu aiga njirete yo karato wakati mchingi yaiga players baraba ya bagwa kabasha ini aria tumanya kanyoranga timu teyino na ya moyo div 2 ya div 1 teyino na ya mokuru gusi wa irintu watabara yezu barororo igonga obora iboko basinya igongo sororo ndwanirire abaki baito so tatibanya oli bagari ogutira songo nyane ko baingwa na gochia sara sate bana ke duba timu seme likolende tama tepe timu nyane ko bayo so seme ya div 1 go iko ake div 2 go iko tangane oyo ende seme ni league obwe omaye ko bayo so ase league ya div 1 asa timu cha kurorongo rwa gusi chinkani na chichanya ndi baga bunerio chiro chieto mire sana ntuba timu ne chuni combined ya rwani sana liba gelio timu ya kiendege jets ya rwani sana imeka ya mega guche tena rago korwana sportive nya bururu nimbe yukana na gochia sole tobe usangama nkorende tukana saye mwalimu zaidi ya mwalimu ndo atora Chigosori chia chitimu chiro na chukuru ese Nyanza Regional League no gucherwete ikanyara kwa bake gosore ese ya Division 2 na ndo atora Chigosori Gusii na omweli oye atora chip mini league yacha konya ke timu ya Gusii ejeri bagari ya kabere ndo so ase ya FK Division 2 second chuli bagari tangana ile rune timu ye ile gutangana ase zone ebwate Kisii County na Nyamira to Rambo Machoge Borabu FC nero nyara kwa bake gutangana ikanyara bagari ya Masaya ya timu ya Muruga FC kuria sema Nyamira na obagetuma bakabana mbira season bakaenda ase chip playoff kolende bakabuya basole ya mune bagaitu ikaira bare kunya kwa bagosoke Gusii ko timanya andake aingi kiliora ya ko rigore ya Regional League encheranda ke koirera bono chitim goso ase league ya Division 2 nenjerengi yesengenjo kerto goso Division 2 arito aso National League National League etakeire chitimu chire more committed chitimu chibwate resources chitimu chigwetoma mono bono enjere bago chibatumeka ne enjerengia esengenjo togo ira timu ende yonsi ase Division 2 because kokorekena na chiriginjiro chire chinkongu Kenya nguchakira div 2 div 1 NSL KPL tebwate mangana mangi chitimu chiligi chansa chitagete more competent teams ase enjebono enjere bago tumeka I like the system tinya complain timu wacha tuzijitume because toko ira muntu ndo wensi igorari sa Division 2 ema tsika kechecho ni go tukomana na ile bono alfayo kombo na ile mobata ni bamangana ya Chigosori kuroiga sorongo rwa Gusii to sanga igoria amana ya Chigosori chirase ebinyoro chilige chichinke chikorera chitimu goso league ya Division 1 ya National Super League timu yangi kaliora ganiga ko rwelinde Chigosori chirichi ya mashinani chikorera abagosori abande bacha go ya chiri buna Gusii FC go chishabana chichire kurwaiga chiligi chenze kelikera kuronde chilige chichebebuya egento ndachakire ndemo Steven ne kirindo che fast okorra chitimu chichirensa echinde chiwe chiroche yani ase ogutambuka koru Division 1 go Division 2 na sarare kwarorire bono commitment yeri team goyorokina yetumire go chigo ikali it's very low timu echinjiri gwetuma wikera bikere birengo birivente gwikere igorari kuna ile kitu ambayo tunaita wamedozile yani wakwat sleeping mode yani rest mode they feel that kucheza Division 1 tuwekire
wono kogo tuma koli nkoyo kokorigere buna gochi chi county chinde buna Busia Vihiga gochi side cyabogere chinyinge okora abantu bali balensali gono gokorra buna bako chikubacheza playoff timu chinyinge nichiri chikorukuru ali iko eminete na ki Gusii obotepetevu mboro anda gokorigere obotepetevu bo asebo kuruera egikege tambe tokotora chakere kurwe serikali yetu ye county na kibaba chibesa irenga babekire guchie department gose wizara ya sports tugochakera abu kera tugotara abu na county ya Kisii na Nyamira tocha kurigereria biti mbi yaro kwararire lakini kokwenda gochichi county chinde ngotema bare korosi nonye biti ngotema bare kobeke besa gete na bagotara chitimu echibaba ano onye mepira chi uniform kiango no nonye chitimu echiaro kinachirocho ngwetomachi go chimutu ono onye county gocha koba support gento kekeigo okonya chitimu echinchi bwati sponsors gose abantu bakoba facilitate chinchira chinde bona abantu ababa at rest mode bamaitana ki na tuetoma mono tuse division 2 gochaka tore gocheza chigame chiko enda isiko ntubwati bese chichoko to sustain ko enda rai ochisiko bona bata batikatora relax riga na ne puna toro chumo piro genda takwenda chitim chiraje kota tikotikara Gusii ga ni chuka Gusii na Shabana kuigo eminenti for the next if either Shabana stays there ama Gusii etire go NSL ani gochi KPL imineti ntobere for a long time without any team from Gusii egocheza nani NSL gose division 2 ase buna bunere bone division 1 bunere bona bonega igoroche ntobwato bokongo Mwe muno sana oyuna alfaya kwamba watauna ndake ntobwato bokongo ndaira ne gochase Rafael Onsongo ni maiteni ngana ya kwana iru sana na wekatora amenya igese ngencho division 2 notobata chitimu chinyinge na ni numuyeka murato yali bagali timu kwa division 1 unless timu ko Gusii uri bagali kwa sense ya division 1 kolende kamube komo kina asa matukapa bwa nyuma jero chia kure cha renge division 2 eke kwamba kwa nire ni beka bole chinyinge chabo chigakwa jero cha iru slot chire direct chia sindogo sustain chite una chiabo kikao nchanya loti direct slot chia sustain shine stars ndo anya regional egatwale mechando iko kwani kivuna timu ndio se number 1 ekwa guri bagali ye mase yemo umuchando nkoboro naki inumwa amenyire mono moyo leribaga inunda isi yake nje mwa itoboli toba kobua umuntu agotiririoka ese omo kolende last season ndoramo kwana chiwo kova mwena na the other one mwena na chiwo kova kimanya ngane to kwarere ngane yonsi pine season to chikoso ndio bangete kwana chiwo kova chinde around ngane irande ne rororo nya Bruce Sportive ndo tirana ereye those challenges challenge ngororo ntwa counter kenke twashetero mo jumbo ito Anthony Kibagendi atayango liganje yo support ya no mo manager ya to gambete ko to support wale njagete iga bono around ye iga ya Bruce Sportive ne miaka omwaka 7 egwaka etanya kuruo etanya kuira ko adlegete egenda dalioka nfikete ngana re timu enkong ande enkoro ase division 2 nkutibuka tole a chance ye yonkagete twaligire players yabaya so that totinyara ko batogotira ochigoro to nya kera Gusii FC gotira enyorenga no sport ni Bruce Sportive ya soirororo problem ko bororo kera ko nyoy timu yiterengia ebona to gotira ko nyoranga timu gete nchira cha Gusii tanjaini ko nyonga cha koreki eroro so gusarire timu gete so na ko sabanga na ntu akwana chiri fali chaitonga because bagara chiri fali chiri ali chigotoro mabobe to ikari to abogeru bobe kera bako chaga paro mbama yitimanga na aliana eba engineering akanyora nguchi kwana ke Gusii ero chinju cha kwana ke songo seke Swahili so chiri fali cha chieto cha Gusii ntiri friendly na timu cheito lakini chiri fali cha bogera they are so friendly na timu chabo timu gete ko chwara nge timu yembe aka yatikira libago sale gweria yatigire yende yasuka lakini ntugusi ense ko banga nche ya Bruce Sportive na tigire na gucha eren sari yaro ringa Bruce Sportive yatirire tibu ati manyinga aringa na Gusii bakorotaki baito Paisa one cha wakora baigona ebe timu ya Nyamira ya Kurunyamira ya chia auraba Gusii baito gutira bale mbapate chance ngeje gutira tikatoba is time na chitokora ki tatire so tati imye plan era ya ngengia ase gucha youth keranya Bruce Sportive na tire igon kutoko Gusii ali bakora ki
we join ine timu yete ya mara korek ya tirire so that to support talent chinde to tiga specially na bande batire ndake ndaria bada abua sole timu nyanda kina voto wa everything kano sengencho elege FKF division 2 mancho mari SNC ya Kenya to basi chile kichikora una FKF ya igoro pire ligi ya FKF Premier League inse ya ligi ya National Super League inse ya National Super League na ligi ya Division 1 inse ya Division 1 ligi ya Division 2 kangu tese ligi ya Division na voto wa ebicha SN tule to Chigosori ndake nzoni kiri ove kiri oranya kwa Chigosori na ngati ya timu kichiri muranya bana ko va season ya rimwe ntubwate gucha youth ntubwate timu ya arwa kuru juni egacha nero gucha stars ntubwate white hat ntubwate green beret ntubwate isebania ntubwate Suna West ntubwate Suna West as timu echo timuro cha gusinchira iga timuro cherenga sana angai sana timu chonse ne cha gusi chirororo timu yonse pikoro si timu echi ense kotira ine timu ya gusi lakini bono ande problem ba korete timu chiro konyo chigwa sponsor shida ba korete bono abaro na kina kokora umerianga abara ibaito ba FKF asana bwate mistake timu ne konyo rabuna bono uja youth ne bwate sponsor Nchiko be kuchi timu bere na kucha stars because ne bakonya timu njwa sponsor tero na ngabone timu yabo te aria engao iseko penya ngana beko penya kurwa ya koreki ikujwa kana ya chia koreki ya qualify ya chirego bona shida ne ringa chia beko tu pure mo aisage ne challenge bakonya bona timu njwa ya koreki chia tigaire na nchwa sponsor ngia chibonte koreki kotira timu chikobe kwani singa choko konya mangana rengete enive singa choko tebe buna gucha stars tebe tumike tigi ya tendere baba tumike tigi ya sameta ngobera ange yabe economically cheap lika barusi wabo abe kwe pulera kole ba tara mono lakini ndira ya ento ndira tinga no promote timu cheito to gucha youth ne bade sponsor ige timu ye iga inse wako mupira buya ne wati bakali okoraki joko tira ko ne timu gete muna bona ntu ya Bruce Sportive to stra to ko ya maybe finance problem kuja yuti kwa chal ya ante wa issue yo kwasara do pira ya bara akebo bara itwe yani mpabo dibe sanga bona nga abo chiga sabago jeri sabani ntira bera ikirenga nto ko mpira ons because challenge chibesa pero mbo bata tres sponsor ngo tanga ekera ba ko li timu chiga kera ba ko su timu chiga ngukwana nanga bara ibaito ba FKF kurugusi kera ba kuriria para ka timu ina ba chirwanira cyabangwa nchiko be ku timu chichwa sponsor cyabe kwa mochons na watiro songa te una ndage timu chichwa ite chinguru ya pulling leo cha nyara kwa edre ko nyara kwa Semilia Champions League bali babate chinguru chieni bo mbaga wasi bara samo bamigana voka banyora na oyo nambe ya mubuye kana na nambiru kana bara minjoli kwa timu basi chinguru chenyinge chinde chiesikirire chioka yaba no mochanda ndakenere ubwo bwa ya Rafael so ndebe to kubwatia ligi ya FKF Division 2 ranyare ko bakego chaka na kia mangana ranyare ko baga ko ko to joko rengane to kwa negoria FKF Division 2 nasema ya gucha yote mwa twara a number of friendlies Chigosori na Gusii FC mkaenda makali dogo tabekana Chigosori yugatia friendlies chinde tima ndake edure to chikobato gochaka mbiro ronda kuraoche gucha wanti onchoreria linde nyare ko bagego tanga na ndake una pool winner linde nyare kontra semini league gucha youth boniga etakere go change ebinte binge especially formation lakini ende coach na gota ibinengeni ya got a lot of changes formation imekuwa ngate no boniga nyuma ndaraje studio na batia babwate friend na team ye county kurkuigara combined FC tina mayana kiera lakini want to believe tembabwa banga tembabwa yagira ite onyago nyetene so gucha youth ko koreka is a team to watch na trust me you itaenda div 1 last time ichunia ya chesa tovis lakini uyeta ya achire koiroka gucha stars lakini ende gucha mendo nyako bagucha nyenero na gucha stars unaone Facebook mbayo lakini ende tunashughulikia hayo mambo ndio sisi chao kenyomba charo tio manchu muri abuti yo bine byabo kolende ndabe na kile maite ebrobeto byasuki aya ngoriria sobo wango bono ama League Rigoria FKF Division 2 na FKF Division 1 celebrate Lions nyara kwa kwenye ikore timu ya Mara Sugar
Mara Sugar iko timu ya Celebrate Lions chigorinye aseyemo timu ya Vihiga barikosaria mune timu ya Kisumu All Stars. Kisumu All Stars chigori sato timu ya Vihiga bosa timu ya Asad barikosari na Kajiado Asad yabu chigori bere Sevosa timu ya Gusii FC barikosari amone timu ya Dimba Patriots ase gosori yu barikosari amone gosone timu ya Dimba Patriots nigo Gusii FC banyara kwa bakubua egoli ya yemo Sevosa na kolengana na standings fono chia bono chiri chia bwango iga megere chigosori chikogosori gu oikira boni iga nigo timu ya Mara Sugar megere chigosori inye ere nambe yemo ne chipointi 10 Naivas FC na wale namba ibere chigosori sato chipointi sano na ibere timu ya Kisumu All Stars chigosori inye bwate chipointi sano na ibere na andake ama chibwarengete orogongo rwa Gusii nigo timu ya Gusii FC magayobo bwo basukire korwe namba bali gwike namba ya gatano na limo una alfa kwamba tutebi na kwa namba isano nemo gwikira boni iga chigosori sato chipointi isano nemo asebwate kusori mataranya kwa bakogosori Sorry ibere asama na regete ligi ya National Super League manya ibuna alfayo combo wana machiba ya bwa kwa National Super League kaibone tikete National Super League tugochi kwenda match week 5 umete tukubwatireni tukurigererie buya kwa sababu tuligererie kamera to ndoche ase to tuligerereti eko chikoba match week 5 ase team chine chiracheza yabo yakanendera abe awe kwa hivyo egento ndoche kebonete koba gose kebonete korigererigu aso obwagare mono chikochi chonsi chibonete korigereri naki togosorie gosorieye kegeregento narigereri kurwe egemwe buna yachezu rero itukuria rero ne game eri Gusii bachezete Mombasa Highlights ne game naende yabo Mara Sugar bachezete ndoche egento chikochi chionzi gose kiro muntu akorera no borefari na kiro muntu kakoba sobo na kigeme ko baref igondo chikiro muntu akorera kere refari teri ya sobo igakwengere timu eri asachire kera na kigento kinara no nyerero ekochi yaga yase Gusii yare korera naende ekochi ya Gusii kero yare Mombasa Highlights that's nani Mombasa Modern Rangers na nere nabona nabarerete naki eko refari eri yare kore fwe game eri yabanurete iko ndoche kire timu ebwente kwetoma na kwerenda chinga kie chibaga chigeme chi na amabagari bakonyora ali abwango mbanya West chi players chebigu amabagaya banye tumeke buya nalibara nyare kuirana kwenda konyorobo buibwa bwango ikera onya ebuno une coach kwa manyirana naki kinkwenda obogeni maybe referee eri gari na irabugi umupira ori kufeve team eri erwete nkali kwa ndata ke goro nganda ya official meeting nganda tete kwane rumo na center andaka kiromo chandole anaka timu nchereri bakali ya vene lyokoli kanda ke protest letter na gutoma safe ke fubo tukibwa korwe sinjo ori timu na ngojora chire chibe na mangana ye chi excuse kole nunyo liteko sori ndani ya renga iga coach ya Viga Bullets na itabete je timu yane yero verete ke boikirano kwerere kikondo ino alfa kwamba tebe bichengirano ya National Super League mega ye Chigosori chia bwango iga na bono nimetebiro bya chire sana wana esta Rafael Songora tokonye na manarengete ligi ya FKF Premier League aselit kole lero Chigosori chia Chigosori una timu ya Murang'a Seal wale Chigosori amone timu ya Sofapaka Murang'a Seal vetomire sana banyerobo ibwe chigoli vera Sevosa Chigosori ndigo Nairobi City Stars barikosoria mone timu ya Police FC naro banyorobo buibwa AMA Sevosa bakosana na Nairobi City Stars Ulinzi Stars tisemo chiricha Ulinzi Complex nego Ulinzi Stars baba ikore timu ya Kariobangi Sharks egole ya Sevosa na ase ekosoria ndrete boni ganda kitora bitokokorera andake timanya ya nimbengote ya machibu igore ya Mashemeji Derby asokera boni iga ndachita kemeronge 5 na ibere na isano ne moase FC Leopards Erevosa timu ya Gor Mahia FC bale vosi ochigori ibere na nyora buna ene tunde ya emerongo kianda na kane ya Mashemeji Derby gate timu ya FC Leopards na Gor Mahia FC tutakere Mashemeji Derby ase Gor Mahia Erevosa chigori ibere Sevosa na wekera boniga Leopards barabu akosori ende onzi Gor Mahia ngobuyera umupira iyo akobakora ngobuyera na nawe asoka mante goli ende bado because ni baingere tobotambe hiyo na itashinda ngobuyera rero
tiba ndakika ibare gutike timu ya Leopards na ne timu engia sana ibwata batiote risa na kwende bono Chigosori sano nemo mbaranya kwa bakubwa bosori ende yonsi omoite e challenge ne lianga ne nkubwatire bune coach coach ya bango mupira mupira menge kire timu nega nitikobwa ekera mwabu irwo mupira mutabegeti umukia una bono urigereria timu ya Shabana ito ya takati mupira ekoluse mupira kata chido chita to affect mupira to arako bwanto kobwa bono story asike to lensaiga ikene na go tebianga timu ekere ekoluse na bokonyora nga ya kuro moyo ego Chigosori tia no timu ya lengenkeiga ya bagosire banyanga balusiri igo nakina go tebianga kuru umupira nkobwatire formula ye coach kera na go tumekara players ba ya korotaki abwate because vile timu kere go chege titeri go changeitwe ige go chebwe yanyanga ya lusiri ndake mbuya mono sana uyu Rafael Osogote bigoro ya machiwa bango ya ligi ya FKF Premier League tabuto kora mwana rengete starting konde mwalimu zaidi ya mwalimu ikiorata kwenye na mwana rengete timu ya Shabana FC uba Gosori Chigosori isano ne mona se Chigosori echo mbanyo to buibwa yobo tanga ni bare Gosori amone timu ya Tusker FC ore ya masibosa kwa Shabana kulikio buibwa yobo tanga ni na kwenye kwa kwenda makalia se Chigosori chinde na se njebiro bia chire nigelenda so bango starting kwikera boni gana kiera se Polestar Rangers no batanga ina Chigosori sano nemo wate point 15 nemo timu ya Gor Mahia FC wasori Chigosori sano nemo ikera boniga ama chiruka gutera bunare bakwenda namba ya kabiri batora point 12 Muranga Seal abeto mire sana Chigosori sano nemo point 12 bale namba ya gatatu namba ya kane Police FC timu ya Shabana FC bale namba ya 14 Chigosori sano nemo point 5 nemo kwa ene kibuna obuyo mo point 3 na kwenda makali Chigosori isato na gosiri Chigosori ibere na nsali ne timu ya Sofapaka FC Chigosori sano nemo babwate point ya mase ba chire makalia Gosori yemo gosiri Chigosori sano FC Leopards nero ya kabire korunse Chigosori sano nemo banyarire kwa baba kwenda makali Chigosori nye na bagosiri Gosori yarare arabe Gosori yabo ya kabire banyare kwa bagosiri na nkayira tebe KPL ya biro kiraboni gara ndakira kulire timu ya Shabana. Okay, beri woni gesere ya beire ya letre that competition lakini ngwa ne timu ya Shabana FC boni gaba point 6 out of 18 nje una omuchanganuzi. That is a very poor performance because timu ine champion ya renge koruga iga NSL bachire kurare abantu barengera barabu that is Muranga Seal you can be able to see wanafanya vizuri sana na Shabana iko na players wazuri lakini gorende mbako getia abantu sana sokonyora their first win against Tusker baka celebrate na Ruto nia celebrate lakini ndende na kazi ipo wakazi zaidi bona egento naro chengerina a coach etakerecha gutumeka bachesaji bae buja especially bali swageta bali ku NSL because mno monto vungetego etazi Vincent Nyabuto alitoka kutoka kwa bench so mbono naacha mtu kama huyo kwa bench badala ya kumwanzisha game na ende naroche isa kotiro irandire so I want to believe that Shabana FC ngate mechi ya next babwate Nairobi City Stars ngagete ali Omabay watafanya vizuri lakini iwapo basi watafanya vizuri ngagete na tena we be having questions this is a champion team ya kwarta bya kora NSL na NSL nakota nere league nkongupi Kenya igorali baida kuna ligi huko juu hapa NSL na Div1 hizo ndio timu zina chiko chia Chinkongo so Shabana ifanya kazi nzuri erejesha mashabiki na etuire na that growth of Gusii mbia bona sana ilero kuira kwa babude ngana yo mweli ya mwalimu zaidi ya mwalimu ase chinkwana charero alfa yo kwamba inseta kemo ngana yo mweli nchinga yo mweli kamera egendo ndatebe tikanda chakira ne game ya Gusii Gusii buna naligere rero ne game babere bagochesa echichire ibere na re game ya rero yaira nansa sinini nende ya change okorana kuria segeti nkware ngo konge omupira eri bare konyora ekebati bune gwaku yairana igo egendo ndachikosaba coaches yabo echieligere libuya game plan yabo nende abachezaji bali ba Gusii FC batware obotwere rwa segeti ba relax mba chikotika compression go se pressure ya opponents yebaire igo alafu egendo ndachikoteba nende kende gochi ase Shabana team yetu ya Shabana ni bwate chances chobobui obonge ndoche bonega bachakire ko compose
bringing back and understanding that they are in Kenya Premier League. They are not in NSL, National Super League. And if you look at the teams from top to bottom, Shabana is one of the teams that had the best signings. Korunsa, bairete buna bandari buna yakolete. Chi signings chingia. Iko babonte ku utilize these people and just bring the gel to less people. So again, Tondoche, the coaches should sit down, have a talk and accept, bring those players of NSL, as my brother said, those who used to be there, and a little blending and gel. Ya mono sana alfa kwa mawazo kwa sema ya cover studio hivi robito vya mindo kire sana Rafael Onsongo ni mai de no te Spotify ndako batio terere gusio kide korende tira kwa ama kwa nioka inse ya enuseta geka ama kwa balora gari kwani mbuya mono tiga kwani omuriyo ne na umukeira oyo kondo siri ndagera na nyago chinguru choko tayo mupira kwani my father o Charles Nyangute na bana bane Choice David na bande naragotebia nga ntwatho mupira weekend fans baito tokonye ndi tunya kwenda Lisbania ndi tunya kwenda tobobui mbuya mono sana ene timu ya Mboto toera iga matangazo ya masemo korwa iga ase egetigia Cardinal Otunga Musocho jata bebuna mbuya mono on behalf of Ndizi TV, on behalf of the department ya Chigosori mbuya mono ase ebirovia ino mbuya mono asobo sabi boli matatebiri togendrere gusukiga mangana style gete binto bibuya na mbuya mono sana ine team twabo ate korwa iga ase egetigia Cardinal Otunga Musocho na mbuya mono ase bali bonsi vaturge gochakiro muchakano wekira boni nya kurende tara kwaningana yo mwali ndigeri ya machiwase Chigosori cha English Premier League ni timu Tottenham Hotspur no yabate kadi mbaliri banye wa Luton City 1-0 Burnley Chelsea half time Burnley Chelsea half time makaria goria yamo Everton Bournemouth Everton bosio chigori vera sevosa Fulham Sheffield yare makario gotabekara goikera boniga Manchester United Brentford timete wose ne rasmantebe korende sinchona achakira wikantebe Manchester United igo ikorire Manchester United nigo ikorire matena kongoteba kurinde nige ikorire egore amase bosa ne timu ya Brentford asegetikia Old Trafford timu ite nikigenda tali kurinde bono ntikanganyire kutunganyire timu ya Shabana Gusii guchara Sportive chira ige chindo chaiga nono chenda chikoba ginkonganyira kurinde mbuya monase bali bonsi batoto chakira omochakaro wikira omweli nchabuna botambende mo Stephen Captain 001 mbuya mono ko bati osoro chakiro omochakano wikira boniga wale masibare kibuna oboyereria bwa mangana ya mase ya makuru wahiga na muna producer head production korege tasenikia Ndizi TV Victor Ovani Sultan ole mega ye camera kone kibuna chibito chose kwanyora kurege teke kia Cardinal Otunga Musocho ebasori yarenge ya Gusii FC na Dimba Patriots na roene kia yonsi pejare kwa baka kuikirana korua sense area studio no mosubati Petronila Mukeira one kibuna ayonsi uro cha sembeo na sengencha chivicha ilio kia Marieta onsipi gwetera Petronila Mukeira kanila kubati Ndizi chibia mangania Chigosori ndoko surprises chinyinge toko manye wikere gosio ngeti ikiturabe ntimu kitura koletere igogenda kubwatia na gotengera Ndizi TV mbuya mona kunda sika getario getambe ndoko murobeli ovene ile goteba norori korende ndako wati konde kore SMS Chigosori kotambuya mono norori korende ndako wati konde kore SMS Chigosori kotambuya mono norori korende ndako wati konde kore SMS Chigosori kotambuya mono Chibiche chinkia na boigo chinkelo nukukigima na bogo tonyora asyogo nkobogusi nijika chitoeta chibiche una boigo chinkelo nukukigima nyambira homabe asome Kisumu nijika chitoeta chibiche una chinkelo nigo tonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomo Gusii.
Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakirikira ndekerene nego kurengera chibice chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asorogo nkorbogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwenso. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Uburundi bwa chimatatu cha 14 seater D2 PSV Uburundi bwa chibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bugomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Kuikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain row vuo mugusi. Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakirikira ndekerene nego kurengera chibice chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asorogo nkorbogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu